tuonyeshe sasa watu mpaka vile mahali tulianza kufika. Unapata sasa kuna dead body parts ambazo tulikuwa tunaenda kutumia apart from dead body. Yes. Kuna nabii wa uongo anajulikana sana. Huko ndio tulienda kwake tukachukua nyoka. Tinyoka. Tukachukua nyoka vizuri. Ako na church? Ako na church. Hata saizi bado iko. Ni mtu mkubwa. Anajulikana sana. Akamuuliza order yenu ilikuwa gani na gani? Sasa sisi mambo ya order, sisi hatujui order, sisi kitu tulikuwa nataka ni kitu yenye tatisha. Wewe nipatie kitu imekufa wewe. Mimi ni skull, sisi tulikuwa nataka tu skull. Skull tu peke yake. Skull tu kutoka kichwa mpaka hapa skull. Unaona hao waganga wanakuanga kwa hizi maposta zinakuanga kwa maposti ya stima. Hao watu hawakuangi waganga wa ukweli. Wengine wanakuanga ni wachungaji. Yes. What do you mean? Yes. Na tutakuja kuongea bado kuna deliverance zingine ya watu wanalipwa wajifanye ni mapepo inatolewa. Lakini hao ndio wanapigia huyo mchungaji campaign. Okay. Sasa huyo amelipwa tu ajenge mchungaji. Pengine kama ni kitambaa utasikia hiyo mapepo inaanza kusema kwanza kutoka wakati uwekelee huyu mtu hiyo kitambaa. Hiyo ufalme wetu ilianza kusambaratika. Kwa hivyo ni kitambaa wanataka kuanza kuuzia watu. Na isitoshe tuko na mtu mmoja pengine ako kwa wheelchair, mwingine ako kwa crutches na mwingine ni kipofu. Yaani kabla ifike Sunday hawa watu huyu atakuwa ametembea, huyu atakuwa ameona. Yes. Actually mali pengi pa maibada utaona spiritual sons ama spiritual mentees huwa wana copy baba yao wa kiroho. Na wengine hawajuangi huyu mzee hizo ndimi alitoa wapi na misingi yake ni gani. Lazima uhype miujiza. Na hiyo ndio vitu manabii wa uongo wanafanya. Kuhype muujiza ni kumaanisha muujiza ndogo kama muujiza kama Mungu ametenda. Hiyo lazima unini. Lazima sasa hype. Hapa sasa unajua ni pesa na lazima ufanye kila kitu pesa itoke. But sasa siwezi nikasema hizo ndimi maana sitaki kutap kwa hiyo spiritual realm. Hiyo ni anga. Hiyo unaweza chapa hivi unasikia ni kama umekuwa Njoroge sasa. Ni kama umemfufua amerudi. Na hii ujumbe sio ya viewers wetu, lakini wanaweza nisaidia kufikisha hii ujumbe kwa mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Apostle Maina Ng'ang'a. Commander. Hello guys, how are you doing? My followers, my viewers, hope you are doing good. Karibuni sana siku ya leo. Kama kawaida Saimokei hapa. Na nakwambianga kama uja subscribe kwa hii platform, nakwambia that is the only way that you can support Saimokei with kusubscribe na kukuwa na watch video zangu na kushare. So make sure you subscribe na umenifollow kwa hizo platforms zingine zote @Saimokei. Karibuni sana. Before niende sana, leo niko na testimony naweza taka tusikie. And it is very powerful, itakusaidia sana. So usitoke hapo. Courtesy of Tayari Lands and Housing, niko na mashamba kutoka kwa kampuni ya Tayari Lands and Housing na naweza taka kukutajia zote zenye tuko nazo. Na nakwambianga the best thing with Tayari about Tayari Lands and Housing, I've been working with this company for more than 5 years. So kama ni trust issues, usikuwe na trust issues. Sijawahi kuwa na kesi yote kutoka kwa Tayari ama kutoka kwa clients kusema ati sijapata title ama shamba yangu ilifanya. Hapana, kila kitu inakuanga sawa. So saizi niko na shamba zenye ziko Joska, just few minutes from Joska town, zenye nakuzia 600. Na kama unataka kununua na installment itakuwa 650, unaekelea deposit ya 100,000, then balance unalipa na 6 months. Kuna zile shamba ziko Isinya. Isinya is just few minutes from CBD, Nairobi CBD. Na kutoka Isinya town kwenda kwa hii shamba unatumia like 5 minutes unafika kwa shamba. Hizo nazo nakuzia 450,000 for cash buyers. Installment plan zitakuwa 500, whereby unaekelea deposit ya 100,000, balance unalipa na 6 months. Niko na shamba zingine ziko pande ya Matu ama uko Kithioko. Kithioko nimeuzia mashamba sana na hiyo place imegrow. Kama unaweza taka kufanya farming, niko na shamba iko karibu na mto Tana River. Hii mto si ati ni seasonal, maji iko throughout. Kuna shamba niko nazo hapo
saizi nimebaki na eka 2 tu. Nilikuwa na shamba kubwa na nimekuwa nikiwatangazia hapa. Saizi nimebaki eka 2. So kama unaweza taka kulima, eka moja ina go for 1.5 million. Na kama unataka kubai nusu ni 750. Ukitaka kulipa na installment, utawekelea nusu, hizo pesa zingine ulipe na miezi 6. Kuna zile shamba zingine niko nazo, Emali to Loitoktok, just few minutes from Emali. Hizo nakuuzia into acres. Eka moja ni 500,000 Kenya shillings. Mwenye unataka kubai na installment, itakuja 550, unaekelea deposit ya balance unalipa na miezi 6. Hizi shamba zote unasikia nikikutangazia, hakuna shamba haina title. Zote ziko na title deed. Kuna project niko nayo, nitakuwa na launch by next week. Although iko ready, kama unaweza taka kubook, kama unaweza taka kuview, unaweza piga simu. Niko na shamba ziko Kithioko, plot is a 50 by 100 na kuuzia 160,000 Kenya shillings. Ziko karibu na barabara. Na ukitaka kulipa na installment itakuwa 180, utaekelea deposit ya 50,000, balance utalipa na miezi 6. For more information unaweza piga hii namba ya simu ni 0715 99 9909, 0715 99 9909. Ofisi za tayari zinakuanga Thika. Building inaitwa Mco Plaza Building, 3rd floor, room 302. Another thing ni kama wewe uko hapo, wewe ni mzazi ama wewe ni youth, unaweza taka kuonafanya any digital course, tuko nazo. Tuko na film, tuko na digital marketing, digital journalism, content creation, tuko na IT. Ukitaka kufanya IT, ukitaka kufanya kitu kaa cyber security, ukitaka kufanya vitu kaa graphic design, tuko nazo. Ukitaka kufanya web design, web development, hizo vitu zote tuko nazo hapa. Unaweza tutembelea. Namba yetu ya simu ni 0724 33 3313, 0724 33 na si hizo peke yake, tuko na courses mob. Ukitupigia na hiyo simu tutakutumia brochure, uchague yenye unataka. Kuna animation, kuna fine art, kuna hizo zote. So karibuni sana. Leo niko na testimony nataka msikie kutoka kwa jamaa amenitembelea hapa. Na nipoa, before tuanze nikwambie zile vitu nasikianga kutoka kwa hii platform yangu. For example, nimeleta guest hapo. Hazikuangi my views. Hizo ni views za my guest. So zile vitu ataongea hapa naweza taka tu mjue sio views zangu. So karibuni sana, atusalimie tujue majina yake then tuendelee from hapo. Thank you. Karibuni sana siku ya leo. Majina ni Simon K kama kawa. Karibuni sana. Na siku ya leo niko na guest dina mugeni wa Jerera haha na no akiona matonyo marie huba muthenya wa umuthi. Na ile story iko hapa, my friend. Hey. So the reason why nakwambia hivyo ndio usitoke hapo, cause hapa kuna maneno, kuna story mingi sana tutasikia kutoka kwa my guest over here, na nitampea chance ndio atusalimie. Leo naona kama tutaflow sana na Kiswahili, lakini Kiswahili ni lugha ya taifa, kwa hivyo hakuna mtu aelewi. Hata mama yangu wako, shosho yangu wako ameenda shule, lakini alikuwa aniongelesha Kiswahili. Kwa hivyo Kiswahili ni ya kila mtu. So ukae hapo, ukae tuned. Kama huja subscribe hapa kwa Simon K, kindly make sure you subscribe. Unifollow Facebook, YouTube, TikTok, kila mahali ni Simon K. So karibuni sana. My brother. Yes brother. How are you doing? Niko mzima. Uko mzima? Nashukuru Mungu. Pia mimi nashukuru. Uko mzima pia? Kabisa. Looking sharp as always. Thank you so much. Sasa unajua ukikaa hapo hivyo bado naongea nikiogopa kwa sababu sijui umekuja na nia gani. Wenye umevaa. Hii ni anga tu, hii ni mavazi tu. Okay. Na it has some spiritual influence about it. What do you mean? Yes. Najua kila kitu inakuwa na influence ama inspiration. Okay. Na mavazi ya mtu yanaongea mambo mengi kuhusu mtu. Sasa yangu inaongeaje? Yako tukikuja kwa lugha ambayo watu wataielewa. We are talking with a very official person that is very serious with what he does. Wow. Thank you so much. Very serious man. Okay. You mean business. Sijakuja hapa kucheza. Wewe kwa biashara kali kabisa. Nimekuja kazi. Seriousness. Spiritual hiyo utanielezea baadaye. Nitakueleza. Kwanza unaweza jifanya intro, watu wakujue jina, then wajue umekuja kufanya nini, kama ni testimony, kama ni kuhubiri ama unataka kutukaa hizo. Alright, nitaanza na introduction. Kwa kusema hivi, majina ambayo nilipatiwa na wazazi wangu ni Moses Kimotho Nuthu. Moses Kimotho Nuthu. Yes. Na baada ya safari ya kutembea na Mungu baadaye, ambayo tutai-highlight kidogo kwenye interview, nikawa najiita Musa wa Mungu.
Musa wa Mungu. Na pengine kukiwa na sababu naweza nikaguzia baadaye. Na huyu Musa wa Mungu ni mzaliwa wa mahala panaitwa Trans Nzoia County. Trans Nzoia County, mahali panajulikana kama Kitale. Nimezaliwa pale Kapenguria Hospital, nimelelewa Kitale, Tiwani, Lesos. Na wazazi wangu alikuwa anaitwa Revivalist John Keroki Nuthu. Huyu ni mzazi wangu, baba biological father. Na my mother alikuwa anaitwa Grace Wairimo Njogu. Kwa kina baba ni hapo Kitale, mahali panaitwa Wamoini. Ukisikia familia inaitwa Kaboya, Kabue, Mudhoni, Nuthu, Kemotho, ni hiyo familia kutoka upande wa Nyeri. Walihamia huko sababu ya shughuli za kibiashara. Na kwa kina mama yangu ni hapa Naikuru, mahali panaitwa Ngorika. Gorika. Hapo ndio home. Na mimi Musa wa Mungu ni mzazi, baba wa watoto 5. Mmoja anaitwa Precious, mwingine Rain, mwingine Goshen, mwingine Holiness, mwingine Revival. Na wengine wanakuja baadaye. Na unakaa tu kijana hivi, kwani siri ni nini? Ni kwanza tulianza vitu mapema ndugu yangu. Alafu bado hapo kwa watoto, lakini tutafika hapo. Wacha tuende tu pole pole. Alright. Na mimi ni mfanyi biashara. Kuna mahali nimeajiriwa kazi, lakini operation yangu imekuwa ni Kitale. My home ground hapa Nairobi na Mombasa. So na pia kazi ambayo ninafanya najua niko karibu kuimaliza hivi karibuni. Ndio nianze kazi nyingine, bado natafuta kazi hapa Nairobi sasa. Maana sasa nimeresume Nairobi, Mombasa na Kitale. So katika introduction hiyo mzaliwa watoto kwa Bomet, tumezaliwa watoto 6. Na mimi ni baadhi ya wazaliwa wa kwanza kwa hiyo boma ya John Keroki Nuthu na Grace Wairimo. So wewe ndio firstborn? Mimi ndio firstborn, niko na ndugu mapacha. So we are the firstborns. Yes. Sasa mwenye tunaongea na yeye ni wewe ama ni mapacha? Huyo mwingine. Unajua labda ulimtumu ukamwambia. Enda ni represent. Lakini nikijibu swali lako kwa haraka, ndugu yangu bado ako katika ulimwengu wa unabii wa uongo. Unabii wa uongo? Bado ni nabii wa uongo. Na mimi sasa 5 years ago ndo nilianza safari yangu ya kutoka huko. So aezi akakuja hapa akanirepresent. Maana ile misingi anasimamia na ile misingi mimi nasimamia totally very different, kama mbingu na ardhi. Na I think hiyo ndio testimony yenyewe imefanya nikuite hapa siku ya leo. Kwa sababu I think mahali dunia imefika saa hizi, sijika ni tumefika nyakati za mwisho. So hata maandiko imesema nyakati za mwisho kutakuwa na manabii wengi wa uongo. So wamejaa. So venye uliniguzia kuhusu hiyo nikafeel unaweza kuwa na interest sana ukuje ushare hiyo testimony yako hapa na hawa watu wetu. Kuna wengi sana wamepitia kwa manabii wa uongo wanaumia. Kwa hivyo itakuwa na usaidizi mkubwa sana kwa mwenye anatuangalia leo. So I think tutaingia direct. At least tumekujua mahali umetoka, venye umezaliwa. Sasa naweza taka tujue venye uligrow until sasa ufike mahali sasa ulifika huko kwa hizi vitu sasa za unabii wa uongo, na venye ulitoka na vile nilitoka. Pia katika introduction, kabla sijasahau kitu moja pia ndio tuendelee. Mimi ni mchungaji bado. Na kuna ushirika ambao tulianzisha miaka 2 imeisha pale Mombasa, mahali panaitwa Jomvu. Ukiwa unaelekea Jomvu Kuu. Hapo ndio ushirika bado iko. Na sasa let's dive in. So kuna wakati mmoja tukiwa katika hali ya kutafuta, tukiwa tunatoka sasa Kitale pale, tumelelewa mahali panaitwa Deliverance Church. Hapo ndio tuliokokea 2007. Sasa ni mahali ulipata wazazi wakishiriki ama? Hapa baba yangu alikuwa mchungaji, lakini alikuwa mchungaji wa kuitwa kwenda kuhudumu mahali tofauti. So baba akawa amekufa mapema 2000, mama aliaga juzi 2012. May their soul rest in peace. So hapa kwa kuzaliwa kiroho kuokoka, tuliokoka 2007. Kwa kanisa ya Deliverance ya ambayo inaongozwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Bishop Moses Wanyonyi na mke wake anaitwa Madam Margaret Wanyonyi. Actually ndio ametusomesha mpaka high school. Na baada tukaendelea kuongeza masomo from there. So hao ndio walikuwa kama parental figure from our foundation of salvation. Baada ya hapo tukiwa tumeingia ile kanisa, tulianza kuingia kwa vitu za entertainment. Tukawa tuna host mikutano mikubwa kwa church. Kama kuleta kina Daddy Owen Kitale, kina wale waimbaji wa gospel wa zamani wale like Dan Good 10 years ago. Kina MG, kina Juliani. So kukikuwa na hizo event, ma concert na vitu kama hizo,
Si tulikuwa dancers, bado tulikuwa event organizer, ndio tunaorganize, tunawaleta, tunafanya shughuli na wao, hiyo huduma kwa hiyo njia. Na baadaye tukawa na slot tumepata na one of the Sudanese, one of our brothers akawa ametuambia kuna deal yako naye na kuna concert wanataka kufanya, itakuwa Nairobi na lakini itaanzia Nakuru. So tukasema tuendeni tufanye hiyo kazi. Tukaenda tukafanya kazi hiyo nzuri sana, tukafanya hiyo concert ikashika vinyo walikuwa wanataka. Wakatuambia sasa, kwa sababu tufurahisha sana sisi kama Sudanese community in Nairobi ama wale wako Kenya, tumeona tuchange pesa vizuri tu accommodate Nairobi, tuendeleze na hizo sherehe zetu huko, maana huko ndio walikuwa wamalizie sherehe yao. So sisi ndio from Kitale tuko Nakuru, kutoka Nakuru tumeingia Nairobi. Nairobi tukaingia pale City Hall, tukafanya ile kazi kama vile alitueleza. Hapo ndio mimi nilikaa nikajiambia, nimekuwa nikiishi nikitamani kukuja Nairobi sana. No, sirudi Nairobi. Sirudi Kitale. Mimi naenda Nairobi. Naye Mungu ni nani, 2 or 3 days before then nilikuwa nimepatana with one of my far cousin. Akawa naye anaishi Nairobi mahali panaitwa Embakasi, pale karibu na AA Driving School. Hapo sasa nikija baada ya kumaliza show za Sudanese, hapo ndio nilikuja nikaanza kuishi. Baadaye nikaanza kupikia watu chapati pale, kupikia watu mandazi. Baadaye nikakuwa caretaker kwa one of the house ambaye alikuwa caretaker pia. Okay. Hapo sasa ndio mimi nilianza kuona Nairobi sasa kuna vile niko na chakula na kuna mahali naweza nikalala. Nikasema maana hii kazi imeanza kuwa nyingi, wateja wamekuwa wengi, wacha niite my twin brother. Okay. So my twin brother alikuja anisaidie tuendeleze na ile kazi, but at the same time bado tuna create avenue vile tunaweza endeleza ile event entertainments sasa hapa Nairobi. Na hapo ndio tulikuja tukaanzisha group fulani na inaitwa Identical Family. Okay. Na ni group ambayo ni ya mapacha wale ambao wako Kenya. Ni group kubwa, unaweza ukaangalia kwenye social media. Tukaanzisha hiyo group, ikawa imetupea mileage sana na platform nyingi sana. Ikatukutanisha na kina Churchill. Hiyo ni 2014 2015 huko. So kutoka hapo bado hiyo platform ikaanza kutujulisha na wachungaji wakubwa Nairobi, especially kwa Pentecostal churches. Okay. Na hapo sasa ndio wakati moja nikiwa sasa nimetulia pale Embakasi, Transami, nikiwa nina watch program ya TV, hapo ndio niliona mhubiri anaitwa Michael Njoroge. Okay. Alikuwa na prophesy kwa TV sana. Sasa ikifika every Saturday it was lazima tuweke hiyo channel tufuatilie kidogo. Hapo ndio tukaopt siku moja, maana kanisa yake alisema iko Cabanas. Nikamwambia my group ambayo tulikuwa tumetengeneza ya dance hizo entertainment, twendeni tutafute kazi kwa huyo mzee. Huyo mzee anakaa ni mtu anaweza akatuelewa. Usisahau hapa bado tuko na dread, tumetoboa masikio, unajua tuko kwa sanaa bado. Na ujana wetu mwingi hivyo. Tukaingia kwa Michael Njoroge. Bahati mzuri ule mzee alitupenda sana, maana alikuwa anapenda sarakasi sana. Okay. Vitu ya kutumbuiza watu. Alikuwa anapenda vitu ya ucheshi, vitu ya machachari. Hapo ndio hao sisi tumeingia, tumechapa show ya Friday. Alikuwa na wedding ya Saturday South B ya pastor wake fulani, tukaenda tukachapa. Akatuambia sasa kesho ni Sunday, hakikisheni mmekuja. Tukaenda tukakili hiyo show vizuri. Kutoka hapo akaambia one of the junior pastor wake, ni ndugu yake anaitwa John Mark. Hawa vijana wapatie kazi sasa hapa. Wanalipwa mshahara every Sunday, okay, Tuesday na Wednesday na Friday. So wako kwa payroll. Hapo sasa ndio sisi tulianza kuingia kwa kanisa ya Michael Njoroge. Okay. So wakati tuko kwa Michael Njoroge hapa sasa, ndio wakati sasa after like 1 year ndio Mohamed Ali akawa amekuja kuexpose Bishop Michael Njoroge. Amekuwa na mwanamke fulani alikuwa anaitwa Mwende, amemlipa pesa fulani wakuja watengeneze muujiza wa uongo. So hiyo vitu yote ki happen, sisi tuko kwa church, okay, kama entertainer ama event organizers wa ile kanisa. So hapo ndio kanisa ikawa imeshut down kidogo, wakawa na changamoto, ikabidi watoke hapo, wakaingia pale Mlolongo mahali panaitwa 3D Hotel. Nyuma ya 3D Hotel kuna hoteli inaitwa Kenchik hapo nyuma. So tumeanza kufanya kazi kidogo kwa Michael Njoroge hapo. Sisi ndio tuko pale kwa calling center. Washirika wale wako sehemu nje ya Nairobi wanapiga, wanataka kujua direction ya church. So sisi ndio tuko hapo kwa calling center, tunashika simu, tunawapea ma direction ya kanisa na vitu kama hivyo. So hapa tumeingia kwa Michael Njoroge, ndugu yangu. Sisi tuko very green. Na hiyo mambo ya Mohamed Ali ambayo ilitokea na vitu kama hizo, sisi hatukuwa tunajua ni ukweli. Na tuliprotect na kudefend ule mzee sana. Kwa sababu sisi vile tumeishi tukimjua, huyu ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Na tukawa tunaanza kuenda hapo kila siku. Unajua hapa kazi imepungua kidogo, tunatoka nje tunafanya kazi zetu, lakini at least katikati ya wiki lazima tuonekane mara 2-3. Na hapo ndio tukawa tumeanza kutamani sana kuanza kutabiri vile Michael Njoroge alikuwa anatabiria watu.
Okay. Mzee alikuwa na panchi kwa hiyo kitu ndugu yangu. Kwanza kuna wakati mmoja tumeenda Kinor Stadium. Kinor Stadium iko Meru. Kinor Stadium. Tumefika hapo at least by saa 12. Unapata uwanja ilikuwa imefika katikati. Imeshajaa. Saa 12 asubuhi. So una imagine influence saa 12 asubuhi. Ya asubuhi. Ishajaa. Uwanja imefika katikati. Una imagine influence huyo mzee alikuwa nayo. Hiyo si mchezo. Sasa sisi tulikuwa tunaona huyu mzee huyu ni kama mentor, huyu ni figure, mentor figure, father figure mzuri mwenye tunaweza angalia tukaimilate. Na tukawa tunatamani kuingia kwa hiyo vitu ya unabii sana. Lakini siku moja tukiwa na my twin brother tukaambiana, why don't we start hiyo youth group, tuanze kuchochea watu maombi ya asubuhi ya Sunday. Na tukaenda tukatuma hiyo ombi kwake kama bishop hapo kwa kanisa. Akatuambia ni sawa, mnaweza anza hiyo maombi ya asubuhi. Maana sisi tulikuwa tunataka tushike youth sana. At least wanatokea kanisani mapema. Na tukianza maombi, na unajua something about God, immediately una activate to those spiritual activity. Inakuanga ni kama sasa umeinvite Mungu. Kweli. Inaanzanga kukuita ndani. Hapo ndo tulianza sasa kuenda mpaka Katoloni pale Machakos. Tunaingia maombi sasa. Hapa sasa ni fasting. Na ni serious prayer ndugu yangu. Hapa sasa ni maombi. Maana tulikuja kuambiwa na one of the junior pastor wa hiyo kanisa. Michael Njoroge ndiye apate hizo vipawa konazo za roho za kutabiri na vitu mingi kama hizo na miujiza. Anachapa fasting. Aliomba siku 200 ndugu yangu. Ukiwa fast. Hiyo nayo ni utakufa bana. Sasa siku 200 kama Yesu alifast for 40 days juu ya ulimwengu, una fast juu ya nini? Yeye ni siku 200. Ndio maana anaonanga vitu ya watu hivyo. Tukasema safari tutaianza hata sisi polepole. Na ukweli kwa ile kukua wachanga kiroho, si tulianza kwenda maombi Katoloni. Usisahau tumekokea deliverance, bado tuko na ile foundation ya Mungu na word. So si tunaingia maombi, tunafanya maombi. Na kweli hapo kwa maombi tukaanza kuona ndoto zetu zinabadilika tukiwa na my twin brother. Unaona Mungu anawapatia prophetic dreams. Mko mahali mnaombea watu, mko mahali mnafanya deliverance, vitu kama hiyo. In fact it was very interesting kuendelea sasa na hizo spiritual activities maombi. So tukitoka hapo ikifika Sunday tunafungua prayer, tunarudi church, tunaendelea na ile ibada ya asubuhi. Na ndio wakati moja kuna pastor alikuwa anaitwa Maina. Huyu pastor Michael Njoroge akawa amemuita akuje kanisani. Huyo mchungaji akafanya deliverance. Unajua sasa kwa Michael Njoroge hakukuwa na mambo ya kufanyia watu deliverance, ukombozi. Huko kulikuwa ni unabii, miujiza na vitu kama hivi, lakini aspect ya kutoa mapepo kwa watu haikuwa sana. So Michael Njoroge akatuambia, nimesikia kwa mzee fulani, alikuwa mzee fulani Mokorino, namkumbuka sana. Huyo mzee alikuwa kama one of our mentor now sasa genuinely. Alikuwa anaitwa Elijah. Huyo mzee akawa anafikishia Michael Njoroge kila ndoto ama kila spiritual encounter sisi tunakuwa naye kwa maombi, tukishia na yeye anafikishia Michael Njoroge. So Michael Njoroge akatuambia siku moja, kuna kitu nimeona Maina nimemuita na akafanya. Mliona vile ibada ilikuwa powerful, tukamwambia mzee tumeona. Nataka sasa nikiwapea nafasi Jumapili na ikuja mfanye kitu kama hiyo. Sisi naye hatukujua Mungu atatutumia to a certain capacity. Ndugu yangu tukashika hiyo microphone. Na ile tu tamaa ya kutumikia Mungu, tunataka tukue manabii, tunataka unaona tu excitement ya ujana. Akatupea microphone. Maombi ikaanza kushika, tukaanza ukombozi venye alikuwa anataka. In fact ilifika mahali ikakuwa extreme, kama sasa karibu nusu ya kanisa wako chini, wengine wamebebwa wako kwa madhabahu. So hapo ndio mzee akatuambia, mimi nataka mkue serious sasa na ile shughuli mlikuwa mnafanya ya sarakasi muanze kupunguza kidogo, maana mimi nataka nitafuta hata kama ni partners wawili hawa watu wajue vile watawasupport. Nyinyi mkue hapa mnashikilia ibada ya asubuhi ya kanisani, lakini nataka nyinyi muonange vile mimi nafanya. Mnafanya vile mimi nafanya. So na tukamuelewa vizuri sana. In fact ametupromise anataka atafute partner mwenye atakuwa anatushikilia. So unajua mtu akikwambia hivyo ndugu yangu, na hii ni Nairobi. Wewe unajua kwanza nyumba imelipwa, mambo ya chakula imeshughulikiwa. Wewe mambo ya mavazi yako vitu ndogo ndogo, wewe uko sote. Sasa nini kuteseka? Hakuna mateso, imeisha. Hii kustruggle sana inapungua. Na tukaona hiyo deal ya mzee si mbaya. Na of course baada ya hiyo Tuesday tukawa tunaingia tunafanya deliverance. Na ikafika sasa mahali akawa akitaka kuombea watu yeye mwenyewe, anaona sasa hakuna haja atoke kule kwa ofisi aende mahali sasa ametengeneza nyumba za maombi. Tulikuwa tunazitanga madhabahu for that lack of better understanding. So alikuwa anasema pelekeni mtu fulani kwa madhabahu na mwambie mapacha waende wakuwe pamoja na nyinyi. Kwa hivyo anaambia wale senior junior pastor wake
na mimi na ndugu yangu tukue pale. So tukiwa tunaingia kwa hizo nyumba za maombi ndio tuliona kuna vitu fishifishi inaendelea kwa hiyo nyumba ya maombi. Hii kitu sio maombi peke yake. Kwa mfano kuna wakati mmoja mtu tumeombea mtu ameanguka pale deliverance imeendelea, mtu ameanguka. Huyo mama akabebwa pamoja na mizigo yake bag, akapelekwa kwa one of the houses ya maombi. Na baada ya ibada ule mama ni kama alilala kwa muda mrefu, hakuamka hiyo wakati. So roba, kuna kijana, sitataja majina ya watu, kuna one of the junior pastor alienda na ndugu yangu akiwa na yeye huko, na maombi ambayo waliomba huyu mama bado hajaamka, waliingia kwa vipeti ya huyo mama na wakachukua simu, wakapiga picha madocument kwa hiyo kibeti, na wakachukua kitu kama vitambulisho, wakapiga picha. Kuna kalamu walikuwa na kitabu wanaandika vitu. Mimi na ndugu yangu hatukuichukulia hizo vitu serious, maana hizi ni different scenarios, zina happen siku tofauti. Kwa hivyo I'm just speaking one of the examples. Na tukiwa tunaendelea na vitu kama hiyo, tunaona hizi vitu, kuna vitu hapa inaendeleanga wakati tunaingia kwa nyumba ya maombi. Kuna vitu zina happen tu, vitu fishi. Unaona tu hawa watu wameingia, nyinyi mko maombi, lakini hawa watu unaona kuna vile wako na tushughuli, na ili happen different scenarios kama mara 2, 3 ama 4. Wakati mwingine ni mzee alikuja, Bishop Michael Njoroge akiwa amelewa sana, akaambia mshirika, piga magoti hapa, funga macho, weka mikono juu, akamwekelea mkono kwa kichwa. Bado tukaona wale vijana wameingia kwa bag ya huyo mshirika, bado kwa mshirika mwingine wakachukua vitu 2, 3 hapo ndani bag, ID zile stakabadhi ziko pale, wakapiga picha wakaandika. Na sasa mzee, kwa sababu wakati mmoja alikuwa amelewa na ni kama akawa amejisahau ama sijui alikuwa anataka kuintroduce kwa hizo vitu officially bila sisi kujua, huyo kijana akiwa ako nyuma ya huyo mshirika, usisahau huyo mshirika vile amepiga magoti, ameangalia Michael Njoroge. Kwa hivyo kuna sisi tuko nyuma ya huyo mshirika. Kwa hivyo ndiye alichukua kitambulisho ya huyo mshirika akaonyesha Michael Njoroge. Michael Njoroge kuangalia hiyo kitambulisho, akasema, mama, hata kuna kitu ninaonyeshwa ilifanyika 1986. Ni nini ilifanyika 1986? Huyo mama akasema, mchungaji, hiyo ndio siku yenye mimi nilizaliwa. Na unajua amemshika saa hizo kichwa na nguvu, hiyo mama yeye akageuza kichwa, akajua pengine bagi yake imeporwa. So sisi wakati tuliona vitu kama hizo ndogo nyingi, ndio tukaanza kujua kumbe hii kitu ikuangi ni maombi peke yake. Kuko na vitu zingine zenye ni extra curriculum kwa hii mambo ya unabii. Na sasa mimi na ndugu yangu badala sasa tuache hiyo kitu, ndio ilituita ndani tena zaidi. Kwa sababu tunataka sasa kujua yani ni nini ingine yenye inaendeleanga huko nye hatujui na tunafaa kujua, ndio tukue tunatabiria watu. Na wakati mmoja tukapewa nafasi pia kuendelea kufanyia watu maombi. Na hapo ndio tulishika microphone mara ya kwanza, nikatabiria mtu kitu maneno 2, 3 ya ukweli. Na ndugu yangu pia akatolea mtu nabii 2, 3 ya ukweli. Na sisi tukiwa katikati ya wiki tulijua vile tutapata hizo information kwa hao washirika, vile tumeona hao wanapatanga venye wanafanya tu. Sasa Njoroge baada ya hiyo ibada ndiye akatuita, akatuambia, sasa my sons, naona mmeanza kukua. Alisimama akifurahi sana akipiga mpaka meza hivi kama mmeanza kukua kora. My son, naona Kanairo sasa. Nyinyi sasa mmeanza kushika Kanairo. Sasa na ninaona vile tunaendelea, nitakuja tutaenda mbali. Hiyo hadi kama hizo azikosangi tutaenda mbali, lakini sasa nataka niwafungulie kanisa. Wacha nione kama next month ama hiyo mwezi ingine tupeperushe vipindi yetu kwa redio. Wakati alikuwa kwa redio Jambo. Tupeperushe ujumbe yetu vizuri kwa redio, mahubiri yetu. Tuanze kutangazia watu wako Western na watu wako Kisumu ninakuja kwa hizo mikutano. Na kweli katika mahubiri yake yenye alikuwa anafanya program, hata kama ni 30 minutes, ungesikia ameanza kuhype hiyo mkutano, kuambia watu tarehe fulani mwezi fulani tutakuwa tunakuja mahali fulani Bungoma, Kandui Stadium, mjitayarishe. Wale wako Kisumu mjitayarishe. Na kweli hivyo ndio ilikuwa, na tukapanga na yeye. Na hiyo siku ilipofika, mimi na ndugu yangu hatukuwa na pesa ya kujifacilitate transport na hizo vitu yote. Lakini kwa sababu sasa tumekuwa kidogo na kaujuzi kaukora, tukaona hakuna haja ya kusumbua mzee, kumwambia mzee hapa yenyewe unajua tuko sawa kimfuko. Sisi tulitime, kuna mshirika wake fulani alikuwa amekuja kumuona katikati ya wiki. Kwa hivyo tunajua next week tuko na safari na tunaenda kuanzisha kanisa, lakini hatuna pesa. Na hapo na ndugu yangu tukaambiana, sasa hapa vile tutafanya,
tutaita kina wale junior pastors tuwapeleke mahali kwa hoteli, tukule nyama na hao watufunulie mambo mengine 2-3. Unajua sasa mnaenda kufunguliwa kanisa, lakini kuna vitu 2-3 mnasikia mnataka mjipackage nazo, at least sio tu kutabiria watu, njia nyingi ya kupata information ya kutabiria watu. Na hapo ndo tukaita wale majamaa tukawanunulia pombe, maana walikuwa wanapenda pombe sana. Hapa hawa walikuwa walevi, ile hao iko ya kuficha, hii ni tunajua vizuri. Alafu pia wengine wao hapo walikuwa wametoka kwetu nyumbani, kwa hivyo tulijuliana nyumbani, kukuja hapa tunajipata tuko kwa kanisa moja. So kuna ile bado ubesti, hata baada ya ibada, licha ya kuwa ni masinia kidogo kwetu, bado kuna ile urafiki. So zao zikiwa zimeshika vizuri, wamelewa vizuri, ndio wakaanza kutuambia sasa, mnaweza tafuta mtu kwa Saiba, mjue vile atawatengenezea picha. Mchukue picha tu mzuri, itengenezwe na ikae ni kama mumeweka picha ya mtu kwa jeneza, na tutatafuta vitu zinakaza uchawi tuone kabla mseme mnafika hiyo siku ya kuenda Bungoma na Kisumu. Maana alituambia vizuri, najua mzee hata wapatia kitu ya nyinyi kuenda kuanza kanisa, mtafika huko akiwaletea watu, nyinyi mjipange na hao watu. Ni kama unaanzishia mtu biashara, wewe umempea ujuzi, wewe ujipange, shauri yako, ukikufia huko umekufa shauri yako. So tukajua na Roba hapa vile tutafanya, si kuna washirika wanakujanga katikati ya wiki kuona Michael Njoroge, tuta time wale washirika wamekuja mapema kabla mzee Njoroge hajaingia kanisani. So tutaingiza hawa watu kwa madhabahu, ile nyumba ya maombi, tujue ni information yao gani tunaweza tukapata, na tuanze sasa kujua vile tutaanza kupata pesa hiyo wiki ya kufacilitate safari zetu na shughuli zetu ya next week. Unajua tumeshapewa hindi, mkienda huko mjue mtajipanga, tuko kazi. Tukapanga na wale vijana kila kitu. Kuna mali walikuwa wanaendanga Saiba ni kesi mzee huyu anataka vitu zake za ushirikina zitengenezwe ya kudanganya watu. Tukaenda kwa hiyo jamaa wa Saiba, picha ikatengenezwa vizuri sana. Picha ya nani sasa? Sasa picha hapa ni ya huyu one of the members aliyefika mapema. Na uzuri siku hiyo alikuwa amekuja na bahasha. Njoroge alikuwa amemtuma alete bahasha fulani, sadaka fulani. Kwa hiyo bahasha sisi tukakimbia mbio kwa reception. Tukauliza msichana mwenye alikuwa kwa reception, ni pesa ngapi huyo dada, sadaka kiasi gani huyo dada ameleta hapo? Unajua tuko tu bado na ile best ya watu kwa ground. Akatuambia kwa bahasha hapa juu naona imeandikwa shilingi 5,000. Tukajua huyu ni mtu anaweza kuwa na kakitu. Huyu si mbaya. Yeye ukora imeingia. Ukora imeingia. Ndio hiyo tukaingiza mama kwa maombi na vibeti yake na one of the daughters ambaye alikuwa amekuja na yeye. Tukaingia tukapora bagi yao kama kawaida. Tukachukua sasa details zote vile sasa tulikuwa tunajua inafanyangwa. Hapa tumeongezea ujuzi na hawa vijana na tushai witness hizo vitu zikifanywa. Tukachukua information sasa. Hapa ndio picha yake ya ID na zile passport zilizokuwa kwa bag. Tumepiga hizo passport picha vizuri. Baadaye tukapelekea Roba, akazipeleka kwa Saiba. Ule mama akatengeneza hiyo picha ni kama mtu mwenye yako kwa jeneza ikiwa imefunguliwa, sura yake ndio inaonekana akiwa ako ndani. Alafu kitu ya pili, tukahakikisha huyu mama hiyo siku akitoka kanisa, ndugu yangu amfuate, aende mpaka wajue mahali anaishi. Juu tunataka akuje, maana ilikuwa Tuesday, tunataka akikuja Friday mapema tena. Sasa tuanze kumpea unabii, tuanze kuweka imani yetu kwake. Sasa pia sisi vile Njoroge amemshika kiimani, tumshike pia. Na huyo mama kweli akaenda na akarudi, na sisi tukamwambia ukija tena Friday hakikisha umefika mapema sana. Maana pia tutaki Njoroge akuje wapatane na yeye. Juu sasa siku hiyo tumejua ameachia Njoroge 5,000. Tukajua huyu mama ako na pesa, anaweza akatoa. Na kitu ya pili, tutaki aonane na Njoroge tena hiyo siku, maana ataambia Njoroge nimekuwa kwa maombi huko na wachungaji na wameniombea. Sasa tukutaka wapatane na mzee tena. Tulipomaliza kumuombea sisi tukamwambia sasa wewe enda nyumbani. Mzee amesema hata ingia leo kanisani, atakuja mpaka Friday. Lakini Friday ikifika fika mapema. Kwa hivyo tukajua akitoka tutatuma Kevin na Roba wamfuate. Mimi nibaki nikishughulikia mambo mengine vile tutapata vitu inakaa kama uchawi na vitu kama hizo. Walimfuata mpaka wakajua mpaka kwake. Na wakajua alikuwa mke wa askari fulani. Maana alienda kaingia mahali fulani na nadhani ilikuwa Kiambu something, sijajua vizuri. Ndugu yangu ndio walimfuata wakajua mpaka kwake na akaingia. Na wakajua huyu mtu kulingana na uchunguzi walifanya kwa ground, huyu mtu ni kama they are related, either the wife or the family. Wako na hiyo background ya askari fulani, watu wanajulikana kwa hiyo community. Usisahau Roba ni mtu amefanya kazi kwa Michael Njoroge kwa muda mrefu. Sasa ndiye anakampa my brother, maana anajua
vile watu wana manuva huko inaendanga. So walirudi wakajua mpaka mahali anaishi. So wakati huyo mama alikuja Friday, sisi tumemngojea mapema sana. Na usisahau tumemtuma akuje na sadaka nyingine ya 12,000. Wakati tu amefika kanisani Friday hiyo asubuhi mapema, tulimtangulia, tulikuwa tunamngojea sana. Tukajua sasa huyu mama tujue vile tutapanga kutoka kwake, vile tunaweza tukapata pesa nyingi. Lakini sasa uwezi ukaitisha tu mtu sadaka, lazima ukuwe na kitu ambayo itafanya atoe hiyo sadaka. Na hapo ndio tukamwambia, wakati ulitoka hapa Friday sisi hata tujalala. Tulienda maombi. Tumeshinda mlimani maombi. Tukifunga na kuomba, tukiuliza Mungu. Na saa hizo mmekuwa mkikula mkikunywa huko hakuna. Ndugu yangu. Wasichana. Starehe na vitu kama hiyo sasa. So hapa mama amefika na tukamwambia vile tumeshinda maombi sababu yake, tulikuwa tunasubiria atafika. Na hapo ndio tukaanza kumpea sasa unabii ya kwanza. Mama, hata wakati umefika, tumeonyeshwa nyumba inakaa hivi na mlango yake ni gate ya black. Na hii nyumba imejengwa inakaa namna hii. Unajua sasa ni information yenye wameona. Huyo mama akasema ni ukweli mchungaji, hapo ndio kwangu. Kamwambia sasa mama sikiza, alafu unajua sasa unabii wakati unaanza sasa kushika hiyo flow yake. Upeangi mtu time ya kujieleza mambo mengi. Ameconfirm tu ako sawa. Unachukua sana next step. Mbio sana. Ni kupiga chuma ikiwa moto. So mama, na hata wakati unazungumza hivyo unasema hapo ni kwa nani? Hapo ni kwako. Kuna vitu inakaa ya uchawi, na kuna msichana ambaye ulitueleza last time kuna familia yako wako nje za nje. Na huyu msichana inaonekana kuna vita kwa area yake ya ndoa sana. Hii sasa ni wewe tu unaanza kuconnect. Maana uko tuna kitu ya kwanza wewe unajua. Hii imenipea mileage. Amesha confirm tunajua kwake. Kwa hivyo huyu msichana ametuambia kuna msichana wake kwa nchi za nje amechelewa kuoleka. Hii sasa ni ujue vile utaanza kupangia kutoka kwa huyo msichana. Ushike unabii huyo msichana. Ndio msichana naye aanze kutumia mama pesa ya kwenda Bungoma. Sio tu vitu inafanywa tu kiimbo. Ni strategy. Ni strategy. Mama, sasa hata ukitoka hapa inaonekana kuna kitu Mungu anataka kufanya kwa maisha ya boma yenu. Na muda haitaenda mbali, msichana wake mlango ya ndoa itafunguka. Lakini nataka ukitoka hapa leo hakikisha umempigia simu, umwambie kuna wachungaji wanamuombea sana. Na mama tukateremka na tukamwambia sasa mama, wewe inaonekana na familia yenu kuna watu waliendea kwa uganga. Na hii vitu sio vitu ya kutangaza na kuambia watu uko nje. Kuna ufunuo na kuanga ni yako peke yako, si ya watu wengi. Sisi tunataka utafute sadaka shilingi 21,000. Ikifika Jumapili, mbona 21? 21 si 20. Unajua katika prophetic unabii wa uongo lazima ukue unajua kucheza na numbers. Okay. Of course numbers ziko na meaning. Lakini pia lazima ukue unajua kucheza na numbers. For instance kama hapa unaona watu wanajuanga kuna maombi ya 40 days. It's just kitu ilipandwa kwa mawazo ya watu. Kuna maombi ya Danieli ya 21 days. Unaona? So kuna kuanga na vitu inaambatananga na 3, 7. Vitu kama hizo, you have just to be creative. Wewe provided wewe ujue vile utafanya upate sadaka. Hii mambo mengine mingi. Mimi ningekuuliza mbona si 20? Mbona si 20? Ulishia 21. Ni roho amesema ndugu yangu. Si unakumbuka roho nitabiri mambo mahali unaishi. Tayari kuko na msingi. Ndio baba. Kila kitu mchungaji unasema hapa inakuanga ni ukweli. Roho Mungu amesema kwa maombi ambayo tumekuwa hatutaacha hiyo maombi. La baya leo. Hapo kuna mandimi zingine zinapigongo zinaanguka hapo. Zinaanguka lazima ziflow ndugu yangu. Hapo sasa unajua ni pesa na lazima ufanye kila kitu pesa itoke. But sasa siwezi nikasema hizo ndimi maana sitaki kutap kwa hiyo spiritual realm. Hiyo ni anga. Hiyo unaweza chapa hivi unasikia ni kama umekuwa Njoroge sasa. Ni kama umemfufua amerudi. Njoroge alikuwa na ndimi zake na hata watoto wake wote wa kiroho unapata walikuanga na ndimi na kama ya Njoroge. Actually mali pengi pa maibada utaona spiritual sons ama spiritual mentees huwa wana copy baba yao wa kiroho. Na wengine hawajuangi huyu mzee hizo ndimi alitoa wapi na misingi yake ni gani. So because of that spiritual understanding kuna vitu ningetamani ni actualize vizuri ndio watu waelewe hiyo picha vizuri. But sitaki kutap kwa hizo spiritual realm maana najua imenigharimu sana kutoka kwa hizo vitu. So back to this story. Hapa sasa huyu mama amekuja, tumeshamtayarisha vizuri na tumeanza kujua vile tutafish sasa dota wake mwenye yako nchi za nje na ndio tuone vile safari yetu ya kwenda Bungoma itakuwa successful. Na huyo mama tukamuitisha hiyo sadaka ya 21,000.
Na hii sadaka ya 21,000 tunamwambia sasa sisi tunataka twende mpaka Tanzania. Na asisumbuke na mambo mengi. Hiyo mambo mengine yote wachungaji ambaye wako hapa, hata Michael Njoroge akifika, tutamwambia tuone vile tutashikana. Hiyo pesa hata kama itoshi tuone vile tutaongeza hiyo pesa. Lakini sisi tunajua huyu mama alitoa 5,000, kwa hivyo hii 21,000 na maunabii 1 2 3 tumeanza kumshika nayo, hawezi akakosa. Na unajua huyo mama alienda na akarudi Sunday ile mapema. Na akarudi na zile pesa. Tukajua hapana, huyu mama anaweza akatoa zaidi hii pesa. Huyu mama anaweza toa zaidi. Na hapa sasa ndio zile picha yake yenye ilikuwa imeenda kwa Saiba, sasa imetengenezwa akiwa kwa coffin. Tulimwambia sasa tumeenda hiyo Tanzania Moshi mahali walifungiwa, na tumefanikiwa kupigana na wachawi huko kwa ulimwengu wa roho na tumewashinda. Na tumefanikiwa kutoa vitu zao zile zimefungwa kwa hiyo madhabahu Tanzania Moshi ama Pemba. Tumefika huko na tumengoa hizo vitu. Na sasa tumerudi na hapa kuko na vitu ambayo tumefanikiwa kutoa kwa hiyo madhabahu. Unajua vitu ya manabii wa uongo mara mingi wanalazimishanga washirika wao vitu nawaambia I make sense kwa akili ya kawaida, lakini wanatengeneza vile lazima mtu aiamini. So you have to be, it has to beat logic. Na ikifika mahali our viewers uone mahali unasikizanga tu mchungaji and you cannot question kitu yote wewe unaambiwa ni kuamini, ujue there is a problem. Wewe umebrainwashiwa. Hiyo ni brainwashed. Maana lazima ukuwe unatumia logic, akili yako ya kuzaliwa usiache nyumbani. Kuna kakoti kanasemanga ati ikiwa utaamini vitu na roho yako, hakikisha usiache akili yako nyuma. Usifikirie na akili ya mbuzi. Na hiyo sio hate speech. So huyu mama pasipo mambo mengi, ujue sasa hii unabii pia iko na kachi yake. Iko na anointing yake. Kuna spirit na support. Ina support kitu anafanya. Mshamfunga sasa. Yes. So huyu mama hapo ndo tulikuja tukamwambia hiyo maana ni Sunday ameleta mzigo. Unajua safari yetu ni hii wiki tunaingia. Tukamwambia sasa itabidi kesho kuja Monday mapema sana. Yeye kukuja hiyo Monday baada ametuletea hizo pesa zetu na nini. Sisi tukaingia, I think ilikuwa baada ya siku kama 2 ama 3. Maana sisi tuna time Friday ndio safari yetu inaanza. Siku kama 2 baada ya Sunday ameleta 21,000. Ibada ya I think ilikuwa Tuesday ama Wednesday. Sisi tumeambia mama akuje hiyo siku. Mama alikuja na kweli alipata, tumemletea vitu kutoka Tanzania Moshi. Ndugu yangu huko tumeingia hizi market ziko hapa hivi Nairobi. Mahali wanauza vitu za tradition kama hapo Jogoo Road. Opposite Makongeni hizo area. Chukua vitu ina tradition. Hizi tunaitanga nini? Guatia mazijui naitawa nini kwa Kikuyu, vitu nyungu. Tupotu. Nice. Vitu kama hizo na mabiti za zamani. Na kuchukua makalamu na karatasi kuandika. Usisahau ile bagi yake tulipora vitu nyingi sana iko hapo. Na baadhi ya vitu tulipora. Tuko na information. Majina zote nini? Vitu tuko na kitu mzuri inaweza ikatisha mtu atoe pesa. Na hapa sasa huyo mama tukaanza kumpea unabii yake wakati amekuja. Na tukaanza kuteremuka kumpea saa vile safari ilikuwa. Hiyo safari yetu tulianza kumwambia mama ushukuru Mungu maana mapepo na maroho ya kwenyu yalikuwa yanatuzuia sana kwa hiyo safari, lakini Mungu alitusaidia. Tulifika huko tukapigana vita za kiroho, hata kuna wachawi walikuwa wanataka kutuua. Unajua huko kunajulikana mapasta wakiingia huko wanaweza wakauliwa. Na ndio baadhi ya vitu vilikuwa ina trend sana hivyo. So tunaishikanisha. So huyo mama akaamini tumekuwa hiyo safari na tukamwekea sasa mapicha aangalie zile vitu tumetoa. Kweli alijiona akiwa kwa kaburi. Kwa jeneza ndani. Huyu hata mkimrudisha milioni atatoa. Amejiona akiwa ndani. Sasa kitu ambaye ina beat logic tena hapa, picha yake ilitoka wapi? Yes. Na yeye akumbuki ati kuna wakati alikuja na bag, ati hiyo bag inaweza ikaporwa ndani na kuko na passport hapo ndani. Trust kanisa kija hivyo anaona 100% hapa hakuwezi fanyika kitu kama hiyo. In fact hata ana hiyo akili ya kufikiria. So ukimuonyesha picha na kweli anajiona pale ni kuanza kulia thank you. Hiyo ndugu yangu, unaona una connect na hiyo kitu vizuri. Hapo si aliona Mungu ya mama. Huyo mama hapa ameona Mungu sasa. Juu sasa tunamuuliza mama, angalia vizuri kwa hii picha. Huyu ni wewe. Mchungaji, huyu ni mimi. Nakwambia sasa katika ulimwengu wa roho, hawa watu walikuwa wameshakuua. Sasa tayari wewe vile tunazungumza na wewe, haitapita siku zingine 7 kama hujakufa. Kwa hivyo Mungu alitutuma ahead in time. Na unajua sisi tuna time Friday. Wewe Mungu alikuleta mapema kabla kitu mbaya hajakufanyikia. Mama hata tutapoteza muda. Saa hizi unaweza ukaongea na mtoto wako mahali yako.
nataka tukimaliza ibada hapa saizi, hizi vitu tunafaa tuende tuvunje hizi vitu na tuziharibu. Lakini mission ya kwanza kabla tujaanza kuokoa mtoto wako na nyumba yenu, wewe ndio mtu ambaye Mungu atatumia kuokoa hiyo boma. Kwa hivyo maadui wanataka kukutoa ndio hiyo boma yote ishe. Kwa hivyo kitu utafanya saizi, tafuta sadaka ya shilingi 40,000. Mchungaji saizi tu niko na sijui alisema 14,000. Chukua hiyo ndio ukakufe basi kama una 40. Hauna 40? Sawa. Hivyo ndio kuna acha tuzirudishe huko. Hivyo ndio kuna kuanga. Mama, hatutaki kusikia mambo mengi saizi. Kitu utafanya, tafuta hiyo shilingi 14,000 leta kwanza. Iko wapi kwa M-Pesa? Kimbia withdraw lete. Mama mbio na sisi tunataka tumzee asifike hapa atupate. Tumeanza kukula kondo zake hapa. Tumeanza kushughulikia shirika wake. Mbio mama akakimbia ka withdraw pesa akalete. Mama, sasa ukitoka hapa tunataka tukupatie muda mchache sana. Jua vile utaongea na mtoto wako. Mwambie umepatana na emergency sana, na kama kuna kitu wako nayo, ujue vile ataanza kukupatia hiyo vitu. Tuanze maombi mapema, maana tunataka turudi sisi maombi baada ya kutoka hapa saizi. Na hata tunataka tukufungue, rudi nyumbani na uendelee na maombi yako ya kufunga. Huyo mama simu baada ya muda mchache amepigia mtoto wake simu kupitia WhatsApp. Wameongea, mtoto ameombea vile yako kazi, tukamwambia ni sawa sawa. Hakikisha jioni mumeongea na huyo mtoto na utupatie feedback, maana tunahitaji hizo pesa by kesho saa 4. Do you know the following day ikifikanga ni Tuesday hapo, huyo mama kabla ifike saa 9 alikuwa ameleta hizo 40k. Sasa umepata pesa. Hii ni 40. Usidhao kuna kateni 1 kameachiliwa hapa. Kuko na ka 14. Sasa hapa. Sasa hiyo biashara zimekuwa. Hii biashara si mbaya. Hiyo biashara si mbaya. Sasa wiki moja unapata hiyo pesa yote. Huyu ni mtu mmoja. Huyu ni mtu mmoja. Hapa si unaomoka. Hapo unaomoka. So, hapo tumepiga. Tukajua sasa hii pesa tuko nayo hata kama ni kidogo. Hii in case tukifika huko Bungoma, mzee hata akisema na tuachilia, we are street smart, tutajua vile tutajisurvive. As long as tumeshika huyo mama vizuri, huyo mama atatusaidia vile tutaanza kufanya vitu yetu Mombasa na ndugu yangu Kisumu. Na hivyo ndio vile kulikuwa ndugu yangu. Tumefika huko Bungoma, Kandui Stadium. Michael Njoroge ameniintroduce kwa watu. Sasa tukifika Bungoma Kandui Stadium, maana Njoroge alitaka kuonyesha watu sasa hawa vijana, unajua tulikuwa wembamba na wadogo sana. Nilikuwa 24 years by then. Okay. Njoroge sasa naambia hawa watu, huyu msimuone ati ni mwembamba tu hivi. Huyu mtu ni mtumishi wa Mungu. Hebu nimpatie tu microphone kidogo awasalimie. Na sio sisi tulifika hapo asubuhi mapema sana. Wewe unaweza kuingia pale ni praise God. Unajua ile kisauti ya kutisha. Ya kutisha. Kwanza Njoroge ndio alikuwa na hizo. Hizo zao. By the way, hiyo deception inafanyanga kazi hivyo. Lazima tu kuwe na vitu yenyewe inakaa sio vitu ya kawaida unusual. Hata kuhubiri unaonanga tu kuna vile, yani mtu hawezi hubiri simbo, iko tu na mambo yake. So huyo mama ametufacilitate, sisi tumefika, tumeingia. Mimi nimepewa microphone na Njoroge, nimeshika hapo kwanza, nimepewa material ni information. Kuna umesema tusitaje majina. Ile group tulienda nayo Njoroge, maana sasa mimi ndio mchungaji. Njoroge anataka kuintroduce pale Bungoma Kandui Stadium. Na tunataka sasa kupanda kanisa huko. Kwa hivyo asubuhi wale watu wanakuja wakianza sasa kuingia hapo kwa arena. Kuna pastor amesimama nje hapo mahali kuna kamlango kanyuma. Ndio wanaingia akiwasalimia hapo, sasa ndio anachukua informations zao. Sasa hizo information pengine atashika tu mtu mkono amwambie mami Bwana asifiwe, amen, karibu. Kabla hujaingia huko mahali tunafanya ibada, wacha tuombe. Ataomba tu mambo mawili matatu. Na kweli utasikia anaomba maombi vizuri. Na utasikia ameanza kumuinterrogate. Mama, na kwa nini naambiwa tuombe sana kwa sababu ya ndoa yako? Kwani kuna shida kwa ndoa? Mama, Hakuna ndoa ina shida. Hakuna ndoa ina shida. Hii si prophecy. Na kwa nini naona ni kama uko na macho mbili? Unaambiwa tu kitu obvious. Kitu obvious sana. Sasa ndio akuje ndani. Utasikia tu mama mwenyewe, sasa mimi mahali niko kwa gari na niko na kalamu na kitabu. Na simu yeye anapiga na ameweka tu simu yake hapo, so mimi mahali naandika. Ni kuandika ninaandika. Nimesikia huyo mama amemuuliza, na mama ulisema unaitwa nani? Mimi naitwa Agnes. Gijina Agnes, najua imeandikwa naandika. Na hii ndoa tusipoomba inaonekana kuna mtu anataka kuvunja hii ndoa yako. Na ni ukweli mchungaji, mzee wangu alikuwa ananisaidia zamani. Siku hizi ameingia kwa ulevi sana
na nisaidie venye alikuwa anasimama na sisi na watoto wangu. Mimi nikusikiza. Kwa hivyo mzee ni mlevi. Okay, sawa. Hiyo iko ndani. Sasa yakiendelea tu hapo. Na hata watoto siku hizi kuwashughulikia, hata shule moja sijui amefukuzwa nini. Kuna mtoto wako shule na amefukuzwa. Hiyo ni material. Na kuna kijana mmoja hapo naona ni mang'aa sana. Hakuna familia inanga kijana mang'aa. Haiko sound vitu obvious. Yeye ni kuzungukia tu kwa tu vitu obvious. Hivyo ndio atafanya, atawachuna material. Mimi mahali niko nikuziandika. Sasa mimi nikikujanga kukua introduced hapo kama nabii ndugu yangu, niko na information at least ya watu 20-30. Istoshe kuna watu 3 tumetembea kutoka nao Nairobi. Hawa ni wakulipwa. Msichana mmoja, wasichana 2 na mwanaume mmoja. Hawa sasa ni wakulipwa. Wafanye nini? Wakuje tu, kuna mmoja kazi yake kila kitu namwambianga ni kusema ni ukweli. Ni unaonanga kuna nabii anaweza kuja kama Meja 1, yeye anajitanga Meja 1, Prophet Bushiri wa ECG. Alikuwa South Africa, sasa hizi nasikia kwa Malawi. Anaweza kuja na atabirie watu 50 non-stop na kila kitu anawaambia wana confirm ni ukweli. Kwa mfano, mimi nimeingia nimeshika hiyo microphone, tulikuwa naitaka ka kijiti ndugu yangu. Umeshika ka kijiti yako hivi. Sasa hiyo pia wewe unajua umekunywa unaona watu wawili. Wewe umelewa. Maana sasa tulifika mahali huko lazima ukubaliane kulewa. Kulewa naye hiyo ni kawaida. So hapa zetu zimeshika pia, tumelewa vizuri. Hapo ziwezi shuka ndugu yangu. Tunaanza kazi. Zimeshika vizuri. Kwa hivyo unaona tu possibility. Kwa hivyo tumeingia hapo, nimeanza tu. Kuna mama nimepata information yake. Unasikianga sasa venye manabii anatumia information. Naambia Njoroge, baba asante sana kwa kunipea nafasi. Na naona tu leo ni kama tu tuwasalimie kidogo, alafu sasa tukuje sasa Friday. Tuanze sasa huduma hapa. Ni watu wangapi wanaweza taka tukuje Friday? Unaona mikono 2-3. Unajua watu bado hawajawini imani yao. Naambia sasa kuna mtu kwa Biblia alitoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa. Huyu mtu alikuwa anaitwa nani? Utasikia mmoja wawili wanasema Musa ama Moses. Unasema wewe mama umesimama hapa, mama umeketi hapo katikati, wewe mama umevaa blue. Nani anaitwa Moses? Unasikia anakuambia Moses ni bwana yangu. Sasa unajua ulipata wapi? Hiyo information ulipata na picha akapigwa wakiwa kwa kanisa wanaimba praise na ama worship hapo, umetumiwa kwa WhatsApp. Sasa tayari unampea direct prophecy, maana unajua mahali amekaa. Unaona? Sasa huyo ni zile materials zimechimbwa. Na uongeze kidogo. Mama, wewe hata mzee wako ninaambiwa wakati tumeanza ibada, kabla ifike Friday kwa ibada ya Friday, kuna kitu Mungu anataka kufanya kwa ndoa yako na mzee wako. Hajakuwa akikusupport, lakini ninaona Mungu ataachilia roho, atarudi aanze kusupport familia yenu. Nasikia mchungaji. Ni kweli man of God. Mzee wangu siku hizi ameishia kwa pombe, hata atusaidiangi, hata watoto hawasomeshi. Unaachana naye kwanza, unaguza ule wa Nairobi mmetembea naye wakulipwa. Na hata wewe. Na wewe kama Mungu angekuokoa ungeibia watu sana sasa hivi. Wajua hiyo kazi inataka watu wanajua kufanya sarakasi. Watu tu wachachari na sarakasi. Wewe ni kama ungeibia watu. Ati unasikia pastor, naonyeshwa na Mungu kutoka hapa pale. Na mama anaumwa na tumbo. Mama gani ananga shida ya tumbo? Kweli pastor. Unaona watu kwa tumbo umetokea hapo. Na sasa kwa mfano kwa watu 10 wenye watatokea hapo, pengine kuna watu 2-3 ama kuna mwenye atakuja na ako na information yake kutoka pale kwa mlango, ama pengine alikuwa katikati ya wiki akapata. Huyo sasa ndiye atakuwa nini? Atawina wengine. Ndiye atajenga imani yao wengine sasa. Huyo kwanza wewe mama, hata kabla hujafika kwa madhabahu, kabla haujafika kwa madhabahu, wewe kwanza, wewe kuna shida sana. Hebu kwanza nyinyi wengine subiri. Mama, tumeonana tujawaionana. Mara ngapi tunaonana? Leo. Tujaiongea na wewe mahali hatujaiongea. Kwa hivyo ni mara ya kwanza. Kwa hivyo nataka watu wajue huyu mtu ni mara ya kwanza. Kwa hivyo namwambia mama, hata vile tunaongea na wewe, kuna wakati umekuwa ukisumbuliwa na mguu sana. Ni ukweli mchungaji, usisahau ni watu umetoka nao Nairobi. Huyu kazi yake ni kuitikia ile kitu unamwambia. Yeye ni kuisupport, kuongeza chumvi, nyinyi mkisonga. Sasa amekubali. Ni mguu imekuwa ikikusumbua kwa muda gani? Imenisumbua kwa muda mrefu sana. Wewe mama subiri, unachukua mwingine sasa, ule pengine sasa material ile umepata hapo kwa ibada. Changanya wale umekuja nao na hawa mmekuwa nao hapa. Ndugu yangu, hiyo ibada watu watakaa chini. Kwa hivyo mnataka kuhakikisha hiyo Friday, maana leo mmewaambia tumekuja kuwasalimia tu. Kwa hivyo tunataka kuanza rasmi kazi Friday. Kwa hivyo tuna hype ibada ya Friday ndio kukuwe na good turn up. Na sasa huo mguu utamwacha tu hivyo?
Ndugu yangu hakuna mahali tunaachania. Hapa si nikuguza vitu tofauti. Nikikwambia ni nyoka ulirushiwa kwa hiyo mguu yako utakataa mama. Tuache hiyo. Unarudi. Sasa huyu lazima atakuja. Sasa hapo ndio unapandana imani zako kwa wengine wenye wako hapo. Usisahau kuna material watu. Kwa hivyo ukisimama hapo kwa madhabahu, huko na zaidi ya watu 20 ama 30 information zao. Na bado zingine wale wanaingia polepole kwa mlango, bado unaendelea kutumiwa kwa WhatsApp. Kwa hivyo wewe umeweka kasimu yako hapo, umeweka data iko on, na bado vitu zinaendelea tu kuingia. Wale wanaingia pale, huyo anaandika mbio anakutumia kwa WhatsApp. Tutaona mchungaji ako na tablet yake hapo. Ako tu kwa tablet. Kwa WhatsApp. Nyinyi mnafikiria anataka kuchukua word kutoka kwa tablet ama kwa simu. Kwa hivyo mtaona mchungaji anawaambia hata kabla tujendelea, mchungaji assistant, hebu nisomee kitabu ya Ezekiel chapter 17. Kuna wanawake wao wanafunga watu kupitia irizi wakiweka kwa kiuno yao. Wewe mama ambaye unaingia kwanza hata kabla tujendelea, wewe mwenye unaingia wewe, ni nani anaitwa Simon Peter? Simon Peter ni nani? Unasikia Simon Peter ni mtoto wangu. Na ujindi ameingia tu kwa mlango tu hata hajakaa chini. Hata akiingia umwambie stop. Usipite hapo. Kuna kuona na hizo vitu sasa. Siona wakifanya hivyo. Nice. Immediately tu ameingia, unajua sasa wewe unategemea vile uko mchangamufu na hizi vitu. So unataka kuonyesha watu, yani sitabiri tu watu wenye wamekaa hapa peke yake. Bado hata wenye wanaendelea kuingia, mtu hata hajaketi akaonyeshwa na Asha mahali atakaa. Nishapewa network yake kitambo. Huyo mama unamguzanga tu kitu moja jina. Kwa hivyo watu wote wanajua hapa sasa tumepewa nabii. Yaani hiyo microphone kabla useme unarudishia Michael Njoroge, awaambie huyo kijana sasa mumeona huyo mchungaji anatosha ama hatoshi. Ndugu yangu. Kanisa mzima. Mama kwa. Asiende huyo mtu wa Mungu. Huyo ni huyo sasa, huyo kila mtu ameweka muhuri, huyo ni mtu wa Mungu. Sasa hiyo ndio itafanya mfunguliwe kanisa huko. Ndugu yangu, kufunguliwa kanisa huko sio vile umekomaa kiroho, ni vile unajua kudanganya watu. Sasa mlifunguliwa immediately. Kafunguliwa immediately. Mimi nikaanza hapo, ndugu yangu naye the same week ameingia Kisumu. Same process. Unajua sasa ni twin brother. So mimi niko Bungoma, huyo ako Kisumu. So tukachapa kazi hapo kwa muda, lakini bado mimi, familia, nyumba, kila kitu, maisha bado iko Nairobi. Na ndio baadaye tukakuja kugundua Njoroge ilifika mahali akaanza kutupigia kwa deal fulani, kutuchorea mahesabu. Aliona hawa vijana vile wamekuwa, hawa watu sasa tutaanza kusumbuana kwa hii nyumba. Hii kanisa yake, maana sasa wafukuze na huko. Acheni nyinyi watoe Nairobi. Nyinyi ndio watoe Nairobi. Mnakuja kuharibu. Maana baada ibada, washirika walikuwa wanatuletea sadaka. Hata kama hutaki kuchukua inabidi tu sangine uchukue. Maana bado unahitaji waka pesa kidogo. Lakini sasa unaona mzee akisikia vitu kama unajua bado itaanza kuzua. Atazua. So hapo ndio Njoroge kumbe amepanga atufungulie huko, ni kututoa Nairobi. Mimi na ndugu yangu tukasema hapana. Katikati ya wiki tutakuwa tunaacha mimi niko na Mayanga brother. Ndiye alikuwa ananishikilia hapo katikati. Sasa ni ndugu yangu na tumemuingiza kwa hizo vitu sasa. Ndugu mdogo. So yeye anashikilia, unakuja Nairobi. Mimi narudi Nairobi. Yeye anashikilia ibada katikati ya wiki, mimi narudi Nairobi. Ndugu yangu naye alikuwa na jamaa hapo anashikilia ibada yake katikati ya wiki, tunarudi Nairobi. So kurudi Nairobi bado usisahau tujaacha Nairobi, watu wanatujua bado tuko kwa entertainment, lakini bado ni wachungaji wameanza kufunguliwa kanisa na Njoroge, lakini bado tukisikia kuna deal ya hustle ya kwenda kupanga ma-event zetu huko, bado tunaenda mamikutano, tunaenda tunapanga. Sisi ndio mbio tumesikia David wa Kimbo, huyu ni ndugu ya Njoroge, atakuwa na mkutano mahali. Ndio ametuchukua, ametuambia kujeni tuende tumsaidie kazi. Tena kufika huko ndugu yangu ndio mnagundua kumbe hivi vitu hata hatujuangi sana. Tunahitaji tu kuweka hawa watu karibu, maana ziko na layers. Unapata miito mahali kwenda kuhubiri, unaona kuna mahali venye anachukua information. Yaani ujue tu vile utapata information kwa watu na wasijue umepata hiyo information. Kwa mfano yeye utaona ako huko anasalimiana na watoto huko nje. Anasalimiana na watoto, nyinyi mnafikiria ni mchungaji tu, ni rafiki ya watoto, kumbe ndiye anachukua information kutoka kwa watoto. Na ndiye atakuja ai present kwa ibada. Lakini sasa vile ataipresent kwa ibada sio vile aliipata kwa hao watoto. Kwa hivyo kila kitu mnaambiwa huko nyinyi itabidi muamini huyu mtu ni muonaji. So ndio tukiwa mimi na my twin brother tukaona hii kutembea kwa makanisa ya hawa watu wakati tuko Nairobi pia inatusaidia kuongeza hii ujuzi. Kwa mfano kuna wakati tuliingia pale Kangemi kwa ndugu mmoja wa Michael Njoroge. Sisi tukajua kwa sababu wanajua tumefunguliwa kanisa na Njoroge. Kwa hivyo wakisikia umefunguliwa kanisa na Njoroge, ndugu yangu, wanajua huyu naye huyu si mchezo. Huyu si mchache. Amekoma kwa hii kitu. So tukiwa huko
ndio tena tunaona bado kuna vitu zingine bado hatujui. Okay. Sasa huko ndio utaona kuna ibada zinafanyangwa za nyungu, ndugu yangu. Za nyungu? Nyungu aje? Port service. Unajua hizi prophetic church ziko na vitu mingi sana. Unasikianga port service. Sasa hapo ndio utaona watu wanachukua mashida zile na wasumbua. Watu tuko hii ni witchcraft, ndugu yangu. Watu wanaandika karatasi, wanaambiwa andikeni vitu 7 ambaye zinawasumbua sana, ambayo mngetaka Mungu awaondolee hii mwaka. Okay, tunaona watu wameandika mashida yao, mashida. Baadaye wanachukua, wanaambiwa niweni juu tufanye declaration, wanafanya zinatupwa kwa hiyo nyungu. Hiyo nyungu, hiyo vitu wakati imetupwa hapo, vile hiyo nyungu itatolewa hapo ama vile hiyo information itatolewa hapo, ipeleko mpaka kwa ule mchungaji yako kwa ofisi, ndio mnaona tena kuna kitu kingine bado inaendeleanga hapa. Sasa wakati washirika ni wengi, hawataweza wote kukuja kwa madhabahu waweke hiyo makaratasi kwa nyungu. Kwa hivyo maashas ndio watawasaidia. Ashas wanakuja hapa kama ashas waine. Hawa sasa ujue naye ni wakora wa hiyo kanisa sasa. Hawa wanakuja wakichukua, wanachukua zingine wanaweka kwa mfuko, zingine wanachukua wanapeleka huko kwa madhabahu. So wale wameweka kwa mfuko, hao wataenda kwa madhabahu, hao watajua vile watapita mlango ya nyuma. Na unajua makanisa ya manabii na kuanga na milango mingi sana. Kweli. Watapita kwa mlango moja kanyuma, azunguke aende atokee kwa ofisi. Hata kuna underpass. Huwezi kosa vitu mingi kama hiyo. Mtu akiwa na pesa, hizo kanisa zina milango mingi sana na vitu mingi. So anapita huko, anatoa zile makaratasi. Unajua nyinyi mnaona zimeletwa hapa mbele na washirika wengine wameleta na maasha wamelete. Kumbe kuna zingine zilienda huko. Amechukua kama information ya watu 10 ama hata 20. Mashida zile zinawasumbua, majina yao na mashida na nini. Sasa hapo ujue ni information, ndugu yangu. Huyo nabii tena ukiwa huko mnagundua ile makaratasi wale walipelekea ule mchungaji, ndio mkiwa huko ndio unaona amechukua. Sasa pia yeye ameanza kuona huyu anajiita pengine David Rotich ama sijui nani. Okay. Kwa hivyo akiingia hapo kuna material kama hizo ya makaratasi peke yake kama watu 10 at least. Ujue hizi sasa ni tu vitu wenye si tukitembea kwa hizo makanisa ndio tunaenda tukiona maujuzi tofauti. Ndugu yangu tukajua kabisa. Sasa hapa tumejua sasa hakuna haja ya kufuata hawa watu ndio tujue hizi vitu. Kwa hivyo tunaweza anza kuinvent zetu. Hapa sasa ndugu yangu ndio tukawa tumefungua sasa kanisa ya hapa mahali panaitwa Roiro pale, si ndio? Ndugu yangu si Roiro, tumefanya uchawi mingi sana. Roiro. Hapa tulianzia pale wataalamu. Hapo wataalamu hapo. Hata huyo mzee mwalimu yao hiyo shule ilikuwa inaitwa wataalamu. Huyo mzee ndiye alitupea room ya kwanza hapo ya sisi kuanza. So tukajua sasa hapa itabidi mimi na ndugu yangu tukaambiane, itabidi tushikane tujue vile tutafungua kanisa Roiro. Na hapo ndo tukiwa pale Kimbo kwa kanisa ya David, tukapatana na mshirika mmoja. Huyo mshirika alikuwa anaitwa Faith Kavuzira. Majina zingine najua sio hazina changamoto kuzitaja. Na tulifanya deliverance. Ujue hapa deliverance, ujue ndugu yangu deliverance inakuwa ni ukweli. Hapa hakuna mambo mingi. Kutoa mapepo kwa watu. Hizo ni ukweli. Lakini sasa kitu ambayo inafanyika hapa ni hiyo mapepo vile mnaitoa kwa watu, sio venye Yesu alikuwa anatoa mamitume. Hapa lazima muongeze ujuzi wenu na maarifa. Kuhype. Kwa mfano pepo, mtu ni kweli umenotice huyu mtu umeanza kumuombea, ameanza kuanguka na mapepo imeanza kuongea ndani yake. Sasa unaweza chukua kama dakika 5 ama 10 na huyo mtu mmoja kuhoji hizo mapepo, alafu unaanza kufundisha kanisa kutokana na hizo mapepo. Juu sasa ujue ni platform yako ya kushika bado mawazo ya hawa watu. Lakini ukiona Yesu venye alikuwa anafanya deliverance yake ama kutoa mapepo, yeye alikuwa anazicast out. Hata hataki story mingi nazo. Lakini ukitaka kujua sawa you don't negotiate with demons. Yes. Sawa manabii wa uongo. Unaitwa nani? Na umetoka wapi? Nice. Mko wangapi? Mkeni mkinyamba. Ndugu yangu wewe, Mungu alikuwa wewe. Baada ya kazi nataka watu wako na attitude nyingine very weird. So kiangi wanasemanga hivyo. Wana sarakasi. Na tutakuja kuongea bado kuna deliverance nyingine ya watu wanalipwa wajifanye ni mapepo inatolewa. Lakini hao ndio wanapigia huyo mchungaji campaign. Okay. Sasa huyo amelipwa tu ajenge mchungaji. Pengine kama ni kitambaa utasikia hiyo mapepo inaanza kusema kwanza kutoka wakati uwekelee huyu mtu hiyo kitambaa. Hiyo ufalme wetu ilianza kusambaratika.
Kwa hivyo ni kitambaa wanataka kuanza kuuzia watu. Kwa hivyo wanataka kutuonyesha pia mapepo. Okay. Pia hii mapepo inaogopanga hii kitambaa yenye tunawauzia. Kutoka unipatie tu mafuta sijui nini. Yes. Ukisikia hivyo hao mara mingi wanakuanga ni wakulipwa, wana advertise kuna ile kitu wanataka kuuza. Yes. Ndio watu wale wanasikiza, wajue ni hii kitu ni hii kama ni maji ama holy water ama whatever. Unapata kitambaa kaa hii unauziwa sijui 2000. Ndugu yangu. Inauzwa 2000 na utanunua, watu watanunua. Na ananunua tu hapa Kamkunji handkerchief zinakuja. Ndio hizi gunia 5 zimeisha. Na ndio naona kuna wakati mmoja nikifundisha kwa one of my TikTok account, nikasema hivi, kitu yoyote tunaona kwa Biblia Yesu hakufanya na mitume hawakufanya. Ni kweli. Sisi tukikuja tuanze kuifanya, inakuwa tumeingia kwa the wrong doctrine. Tunasema ni revelation. Hakuna revelation iko beyond kitu yenye Yesu amefanya ni kweli. Na misingi ya mitume. Hii nyingine hata kama roho Mungu atakuongelesha ama kuna vitu Mungu anataka kufanya, utaona yani kuko na backup ya neno vizuri. Lakini bado wa manabii wa uongo walikuwa wanajua ku twist word. For instance, wenye wanauza vitambaa, watakwambia hata Paulo alitoa vitambaa akapeana kwa wagonjwa na wagonjwa wakapona. Lakini ukulu wa mambo tukirudi from the context, Paulo ni nguo yake alirarua. Ile nguo yake akapasua hizo vitambaa na hakuuza, yeye alipeana bure. Maana mahali angefaa afike aponye wale watu, atende miujiza huko na afanye kazi ya Mungu, hangeweza kufika. Lakini sasa hii vitambaa ipeanwe bure. Ni kweli. Hii inauzwa. Kwa hivyo kitu yote mahali unaona inauzwa, ujue tuko kwa biashara. Hiyo ni ukora. Tumekuja Ruiru. Si tuko Ruiru sasa. Tukaambia huyo mama tukiwa pale kwa church ya David, Roho Mungu ametuongelesha, tutakuja kuleta maombi kwako. Na huyo mama kweli alikuwa na shida nyingi ya kiroho, hata tukimfanyia deliverance unaona mapepo na vitu mingi sana. Na tukamwambia tutakuja uweke hiyo kitu kwa maombi sana, lakini usishare na mtu yote hiyo kitu. Mungu akituruhusu tutakuja. Ndugu yangu, the following week Mungu akituruhusu hivi tu amejiruhusu. Yani lazima uhakikishe wanaamini kila utaja Mungu. Unaenda wapi bila Mungu ndugu yangu? Lazima tuhusishe Mungu kwa hizi vitu, ndio pia it makes sense. So sisi tumefika hiyo Ruiru, tumefika kwa huyo mama, tukamwombea. Na huyo mama naye alikuwa ni mtu anajua kushika wachungaji. Anashika ugeni vizuri. Sikio sijui alitupea 7,000 ama 14K. Ndugu yangu. Na unajua tumeleta tu maombi 7,000. Na tukamfanyia tu deliverance. Sisi ilikuwa 7,000. Tulifurahishwa na imani ya huyo mama. Nimekuja tu kumuombea. Mama amepewa 7,000. Ndugu yangu. Hivyo ndio Njoroge alitufundisha. Njoroge ashaituambianga, mahali popote mtaenda, mahali mfanikiwe mpate pesa kidogo, mjue pesa nyingine inaweza ikatoka hapo. Yani na another one, mtu akikupatia 1,000 huyo anaweza kupatia 3. Yes. Hiyo mentally hakikisha umesustain hiyo mentality. Ni biashara. Hata kwa biashara inakuanga hivyo. By the way, sisi mama amekuja, tumeomba na yeye kidogo, ametupatia hiyo pesa, tukamwambia sana next week tutakuja, lakini hakikisha at least tukikuja ita majirani na marafiki wale mnajuana, watu mnafanya kazi nao, vitu kama hiyo. Ndugu yangu, wakati tulikuja tulipata wakiwa watu 7. Na kuna mama kwa watu 7 alikuwa she was HIV positive. Kwa hivyo tukajua tutatumia hiyo changamoto kuleta prophecy. Na kuko na thick line sana katikati ya manabii wa ukweli na manabii wa uongo. Very thick line. Hebu tutakuja kuexplain hapa kidogo. Kwa hivyo mama, tukajua huyu mama tutamshika ugeni na unabii ambaye tutapeana. Mtajua aje ni mgonjwa? Ni information tu mtasikia kutoka kwa Faith. Pengine wakati mmekuja ameenda kuwachukua kwa stage pale akiwabebea mzigo, hata ndiye atawaambia, mchungaji, na hata kuna rafiki yetu ametutembelea na mama amekuwa na shida na amekuwa mgonjwa hivi na hivi na hivi na hivi. Unajua, nice. Hiyo sio mbaya. Hiyo moja si mbaya. Hiyo sio mbaya. Lakini sasa hapo pia wakati tuliona sasa hiyo namba imeongezeka, tukajua tutakuwa tunatembea peke yetu. Tunakuwa sasa na kijana mmoja mwenye sasa tutakuwa tunatuma. Unajua hapa bado tujapata washirika ama spiritual mentees, spiritual son so called. So hapa tunatoka na kijana mmoja kutoka kwa Michael Njoroge. Anakuja anakuwa junior pastor wetu. So yeye pia akifika huko kabla sisi tufike, unapatanga ameomba na hao huko. Na wakati anaomba na wao akiwasalimia, ndio atajua vile ataanza kushika information zao. Anaweza jifanya tu ako na simu mahali, anasikia vitu ambayo wanaongea. Vitu kawaida sana ndugu yangu. Yaani information inachukuliwa rahisi sana. Utasikia tu pengine atakiwa kwa mlango wamesalimiana,
Utasikia mama anamuuliza mahali umetoka pengine watoto wanaendelea aje, utasikia anasema pengine Shiko anaendelea vizuri isipokuwa hajakuwa akijisikia vizuri. Hizo ni information. So wakati amekuja tu hapo kwa katikati yenu, yani kwa hiyo mazungumzo ya kawaida ndiye anachukua information. So sisi tukikuja hapo tuko na vitu 2-3 ya kuashika ugeni. Ongeza deliverance hapo. Na wakati tulichapa hiyo ibada, tukajua tutashika mawazo ya watu na jambo gani. Na hapo ndio tukaambia huyo mama kwa ibada ambayo tutakuwa tunafanya, kuna moja wapo wa hizo ibada tumefunuliwa utakuja kupokea uponyaji kwa hizi maombi. Apone sasa HIV. Wajua kitu tunasema hapa, tunataka kuini imani hawa watu wengine. Sisi whether itafanyika ama itafanyika, that is none of our, I mean, sisi kitu tunataka ni pesa. Wajua tunataka kuanza kanisa hilo. Na kweli tulipokuja now the following week, tukapata sasa mahali tuliwaacha, hiyo rumors imetembea hapo ndani. Unajua tukiingia huko sasa, huko wakati tunaomba na wao, pengine tunataka kuwaombea, tumemaliza kushare nao neno, umeleta unabii 2-3 ile ya vitu mmeambiwa hapo na kupeana hizo fake promises. Baadaye utahakikisha ndio next time tukikuja tusikue na kazi ngumu. Kwa hivyo tunahakikisha hiyo siku tukitoka hapo tumetoka bado na information at least hata kama ni 4 ama ni 5 ya kushika hao watu kwa the next meeting yenye tutakuwa nayo. Kwa hivyo tumewaambia mtafute mahali na muende mkiita, kila mtu ni mgonjwa, mtu yote mnajua kuna shida ya kiroho na nyongwa na mapepo, mtu yote vitu yote nyinyi mnajua inahusiana na uchawi, watu wanafinyiliwa, hakikisheni mmeleta hao watu. Na kabla waende tutawaambia wapige magoti hapa, tunataka kuwaombea. Ile tu formula yetu ndugu yangu. Kwa vibeti wale wanaingia kwa vibeti, wanapora vibeti na nini, picha mansimu manini. Mnahakikisha mkiachana na hao mko na kitu at least. Na hapo ndio mnapanga sasa hiyo ibada ya next week. Ikifika hiyo Friday ya next week tena mnakuja. Ndugu yangu, tuliporudi sasa mkutano ya 3, tulipata watu wakiwa around 14 people and above. Tukaambia ndugu yangu, hapana, hii ni kanisa. Ni kanisa imeanza. Naye tukiwa kwa hiyo ibada mahali tumekuja maombi, kuna mzee alikuwa anaitwa Mwalimu. Najua ni watu wa Roiro hizi story wanazijua vizuri. Na mke wake walikuwa washirika wa kule kutoka kwa David. Mtoto wake alikuwa anasumbuliwa na macho. Na tukiomba kwa ile kuomba na kufanya deliverance, Mungu bado aliponya huyu mtoto macho. Hii sasa ni ukweli. Hii sasa hata hatujui sisi venye imefanyika. Hii sisi hatuna, we have no hand in that. Sasa hiyo ilitusaidia sana kushika imani yao na kujenga imani yetu kwa hawa watu. Na kwa sababu majirani wanajua kuko na shida. Unajua Mungu tu ni Mungu. Yani Mungu tu ni Mungu. Na baada ya hapo mzee wake alikuwa na shida ya kazi. The same mzee Mwalimu, bado kazi ya walimu ikawa imefunguka. Ndugu yangu, hiyo vitu ikatupea mileage. Sasa tukifika huko, hii sasa ni advert ya bure. Hii ni advert ndugu yangu. Hii mhitaji sijui kulipia nini. Hizo vitu 2-3 zinaendelea. Yaani ukifika huko mnahakikisha watu wanaomba maombi. Sasa huyo ndio utakuwa ka evidence. Hata huyu mtoto wake alipona. Of course. Lazima. Ukikosa kutumia hizo mileage, ndugu yangu, mtakuja ibada Jumapili, hiyo siku nyingine mtapata hakuna watu. Lazima uhype miujiza. Na hiyo ndio vitu manabii uongo wanafanya. Kuhype miujiza ni kumaanisha muujiza ndogo kama muujiza kama Mungu ametenda. Hiyo lazima unini. Lazima sasa we hype kabisa. Sasa in fact unawaparade hapo vizuri. Na unahakikisha wageni wenye wako ndio wasikie hiyo vitu vizuri. Na in fact unasisitiza. Wangapi wanakumbuka ibada ya Friday ambayo imeisha? Wangapi walipona? Watu wangapi hapa Mungu aliwatendea kitu mnajua, mnaweza mkashuhudia, unaona mamikono zimepanda. Au ni witness wa kutosha. Mjue mnataka kushika imani. Na wajua kwa hiyo mikutano ndio tulipatana na mama mwingine pia alikuwa mwalimu. Na huyu mama naye alikuwa possessed, alikuwa na mapepo ya ukweli. Na huyu tulikuwa tunataka pesa sasa ya kulipa room mahali tunataka kutafuta sasa tutoke hapo tuende kwa room nyingine kubwa. Uje sisi hapa hatuna pesa ndugu yangu, kitu tuko naye tu ni akili na hiyo imani peke yake. Akili ya shetani. Si ya Mungu. Tukajua sasa huyu mama ni mwalimu. Na vile tumeona hii room ni ndogo, haitatosha watu. Tukajua sasa ni aje mtafute room. Na ndio walienda kwa huyo mwalimu, nasikia anasema kwa hapo wataalamu. Hapo ndio walitafuta. Na tukikuja kabla Friday jafika siku ya huduma, tukapata hall, tukaiona, tukalipa. Na huyu mwalimu ndiye alitoa hizo pesa.
Na kitu ilifanya tu hizo pesa ni maombi. Na okay, kuna kijana tulimtuma aende afuate, ajue huyo mtu mahali anaishi na ajue ile kazi anafanya na ajue bwana yake, yani ajue kwake environment ya kwake. Na ni information tu kidogo sana. Mtu anamfuata, anaenda anajua huyu mtu anaishi mahali fulani, anapiganga kona ya kwanza, ya pili, ya tatu, anapandanga gari moja, anafika hapo. Kwa hivyo Friday nyingine ikikuja ama hiyo siku mnapanga kupatana na huyu mama, utasikia tu hata unampigia kwa simu ukiwa nyumbani. Unamwambia mama, na tuko maombi, na tukiwa maombi sijui kama mahali huko tunaweza ongea. Kuna kitu Roho wa Mungu ametufunulia. Kwanza ninaona unatoka Roiro, naona unaingia kwa gari ya kwanza, unaenda unashukia mahali kwa kona fulani, unakata kona ya pili, na baadaye naona tena unakata kona ya tatu, na baadaye nakuona unaingia mahali fulani. Ukiwa kwa ile kona ya 5, motorbike ikakuja ikapita na wewe. Ni ukweli. Lakini ukweli. Lazima upackage hizi vitu, usipe evidence. Ni kweli. Na by the way, vitu kama tungeongeza hizo vitu, unasikia unamwambia na ushukuru Mungu sana, hata hiyo wakati ulitoka ibada mahali tulikuwa maombi, maadui walikuwa wanataka kukuzuia usiwahi rudi, na kulikuwa na motorbike 2, kuna moja ambayo ilikuwa ikugonge, lakini ushukuru Mungu maana hiyo siku tulikuwa tumekuombea ulinzi. Ile maombi tuliomba. Ile maombi kwanza, ile ibada na ile sadaka mlitoa iliwatetea. Hiyo iliwasaidia. So ujue hapa tunataka kushika sasa ibada, tujue vile tutalipa ile hall na nini. Huyo mama amemguza tu mambo 2 matatu, na bado alikuwa mwalimu, ni kama alikuwa na biashara fulani ya siri amefungua hapo nje kwake. Hiyo information chukua, gather. Simepewa information na mtu amemfuata. Siri sawa. Na hata hiyo kazi yako ya siri imekuwa chini sana. Na hakuna mtu nyinyi amewahi waambia kazi ya siri. Sasa inakuwa wow factor. Mmejuaje mambo ya siri? Huyo mama mjue mmeshashika imani yake. Naambia mama, na kumekuwa na shida ya ndoa sana kati ya wewe na mzee wako. Lakini kuna kitu Mungu anaenda kufanya kwa hii madhabahu ambayo umekuja maombi. Sasa ni kuanza kumchannel, kufocus mind yake na asikose kukuja. Ujue sasa kwa hii baada ya maombi imeanza, kuna kitu Mungu anataka kufanya. Ndugu yangu, hivyo ndio mama atatoa zile pesa. Tumelipa hall, viti 10 kwanza zimenunuliwa hapo. Wale wengine wakuje na mastuli yao na vitu zao na mabenchi, wajue mahali watatoa. Si bora tumelipa hall na tumenunua viti 10. Hiyo vitu vingine nyinyi mjue vile mtajipanga. Hapo tumeanza. Sasa tukajua kumbe hii kitu inataka sasa dedication. Tumeambiwa tukiwa maombi tutakuwa tunaleta maombi hapa katika mji ya Roiro kwa siku 90 for 90 days non-stop. Ni kufunga na kuomba, na kila jioni tutakuwa na ibada. So sasa tumepata hall. Sisi mafunga, kwani simtakufa ase? Sasa hapa hakunanga kitu yote yenye na make logic. Wewe bora tu utengeneze kitu. Mimi by the way pastor akaniambia hiyo ni yako. Jua sasa because of that spiritual maturity, kuna vitu unakaa una reason, unaona hapana, huyu si Mungu. Ni kweli. Haiwezekani. Lakini kuna watu wanaambiwa kila kitu wanaamini. So nyinyi mnawaambia hata kama mtaweza kufunga hiyo muda yote, mtu afunge kulingana na uwezo wake. Lakini kitu ya kwanza ni kuhakikisha jioni tunapatana hapa kila siku. Ndugu yangu, wakitoka tu kazi pale kampuni inaitwa Angels na makampuni zingine. Mimi naenda huduma. Kabla wafike nyumbani kwao, mmefanya kaibada ya jioni kama ya 1 hour. Na hiyo ibada mnahakikisha kuko na miujiza mingi sana enye mtu hawezi kosa kumiss the following. Na unajua something funny, nyinyi mnajua vile mtapata pesa zenyu 2-3 kwa mshirika mmoja mwenye atalipa transport yenu na shughuli zenyu na mafuta na vitu kama hizo. Vile mtakuwa mnakuja hapa kila siku. Lakini kwa hiyo siku 90 tuliwaambia tukuje kuchukua sadaka hapa. Na tukuchukua sadaka ya watili, mnasemanga alisani masaa kanisa mlete sadaka. Maana tulitaka kuonyesha sisi tutoi kitu. Hapa hatujakujia pesa zenyu. Si kama zile kanisa zingine. Nice. That is the point. Sisi tumekuja kuwaletea Mungu. Ndugu yangu, tukachapa hivi na kweli wakaona na wachungaji ni kama tofauti. Na Mungu alikuwa ametupea tu neema ya kufanyia watu deliverance. Na tulikuwa tumepatana na ule mtumishi wa Mungu anaitwa Apostle Musili wakati huo. Na alitulea spiritual. Hapo I think ndio tulitap hiyo grace for lack of better words. Unajua najaribu kuongea kwa juju, maana kuna vitu nikiingia deep sana itatutoa mbali na foundation. Maana kuna part 2, Mungu akitusaidia tutakuja kufanya part 2. Tuonyeshe sasa watu mpaka vile mahali tulianza kufika. Unapata sasa kuna dead body parts ambazo tulikuwa tunaenda kutumia apart from dead body. Yes. Hapa utaka. Ulikuwa unadila watu wamedeka. Ndugu yangu. Hiyo biashara ilifika mahali sasa ikakuwa kitu kingine.
tutafika hapo. Tuendelee tu kutoka hapa. Mpaka sasa vile miguu unapata unaenda tu mahali unachukua unaoda miguu. Naambia mtu nipatie tu miguu peke yake. Unaoda wapi? Kwani kuna mahali tunaoda, umesema tutafika hapo. Miguu za watu wamededi? Skulls. Mifupa mikavu ya nini? Ndugu yangu, hii kazi ilikuwa na mambo mingi. Ina mambo mingi sana. Tutafika tu hapo. Tutafika. Na isitoshe ilifika mahali unaweza ikafika mahali ukaolea mtu bibi. Umuoe. Unaolea mtu bibi. In another word, unatuma mshirika aende akae mahali fulani na umeshampea unabii kama mwezi mmoja ambaye mwezi ambaye inakuja kuna mahali bwana mwenye atamuoa mahali atakuwa wende wapatana na yeye. So ni unabii unatoa in advance. Na unafika hiyo siku na anapatana na huyo bwana na wanakaa na wanaanza atakudate. For real? Yes. Ndugu yangu, wacha tutafika hapo. So, si tumeingia Roiro. Hiyo mji tumeona wenyewe hapa si kubaya. Bado ikifika Jumapili, unajua hapa ni ibada ya katikati ya wiki peke yake. So ikifika Jumapili tunakimbia Bungoma, ule anakimbia Kisumu, nafanya vitu yetu mbio mbio, tunarudi kukacha na shughuli yenye tumeanza hapa Roiro. Hapo ndugu yangu sasa ndio ruma sitaenda ikishika chini ya maji polepole. Watu wameanza kukuja kwa wingi. Huko naye ndio sisi sasa tunaanza sasa kuhype kitu kabisa. Hapa sasa tumefika hapo, tujamaliza hata mwezi mmoja na wiki mbili haijaisha. Tumeanza kufikiria vile tutatoka hapo, tuende sasa tulisi uwanja. Tuanze kuweka structure ya kanisa. Na pesa inatoka wapi ndugu yangu? Kwa hawa watu. Ya watu wako na kibarua haki. Watu nimewahurumia. Na wajua manabii wa uongo wana capitalize kwa less privileged people kwa society. Maana they are desperate. Sasa hiyo desperation ndio wana capitalize. Ile inaweza kuwa yeye hana pesa lakini anaweza kaleta mtu mwenye yako na pesa. Hiyo ndio mahesabu. So hapa ndugu yangu tumefanya uchawi yote ili tungeweza kufanya huku. Na usisahau hapa bado tunaweza tukaleta wachungaji wale sasa wa unabii wa uongo waganga hawa. Wanakuja bado kanisani huko. Wanafanya vitu yao 1 2 3. Sisi naye bado tunaenda kutembea kwao kama ni Eldoret ama Nakuru ama wapi tunafanya. Bado ni kutafuta kama ni pesa shilingi 2 3. Bado tumeona tuko na structure tunafaa tujenge na kuna mahali tunafaa tu lease. So tunapiga mahesabu. Hawa watu tutajua venye hawa watatoa pesa kidogo na mahali tunaenda huko nje vile watatoa pesa zingine. Ndugu yangu tumeanza kuona uwanja mahali pale Hilton. Hilton. Hapa tu unapaona hapa. Kwa booster ya Safaricom hapo. Hapo hata ndio kanisa tulipanda hapo na tukajenga hiyo kanisa na baada hata ni juzi nilipewa habari hiyo kanisa imebomolewa. Ndio niliacha ndugu yangu hiyo mapacha akiwa hapo bado anadanganya watu Roiro. So, hii kanisa ndugu yangu ilifika sasa mahali sasa tumeacha kutoka sasa kwa kupanga vitu. Tunataka sasa hii vitu tunaipangia kwa makrusade. Na hapa ndo tulifika mahali tukaanza kujua ndugu yangu hiyo mambo ni mazito. Kwa mfano, mnaweza tungechukua askari mmoja wale wanakuja kuweka protection kwa crusade. Unaanza kutabiria huyo askari ndio ili watu waane. Unajua askari mnajua amekuja kuweka ulinzi, hakuna mtu anajua huyo askari anaweza danganya watu. Huyo askari umtabirie mambo yake 2 ama 3 ya ukweli. Alafu urudi utabirie kwa crowd hapa watu 2 ama 3. Mrudi mwingie kwa gari, alafu sasa ndio praise and worship ianze. Ndugu yangu, kabla isemenge ni kufika saa 10, hiyo uwanja inakuwa imejaa hivi. Juu zile vitu mtatabiri na kitu kidogo mtafanyia hao watu, ndio kabla tuseme mnafika saa 11 saa 10 msimame sasa kuanza kuhudumia watu. Ndugu yangu, Roiro kuna uwanja tulikuwa tunapenda kufanyia crusade sana. Unaona ukiwa unaenda kutokea side ya Membli, unaona magari zikitoka Roiro town mwisho ya Watalam kwa stage mwisho. Sijui kama unaweza shika hiyo map. Kuna kawanja kalikuwa hapo. Kuna kawanja mahali hapo. Ukipanda hiyo barabara ya Watalam. Yes. Hapo ndio ilikuwa our favorite ground. So hapa tunaanza kupanga vile sasa tutaki tu kushika hawa watu wa hapa ndani, tunataka sasa tushike watu wa huku nje sasa. Na ujue something funny hapa, mjue sasa mko kazi. Mambo na Mungu
ni vile tu mnasomanga Biblia, lakini hapa mmeingia kitu kingine tofauti. Na ndio hapa tukafika mahali tukaanza kugundua kumbe hii kitu inategemea ni bidii ya mtu na creativity. So kwa mfano kuna crusade moja kama nilikuwa nakwambia, kuna crusade tulipanga tukajua hii kitu tunataka ilete impact. Na hii impact itakuja kwa njia gani? Kwa hivyo ni kuchukua vitabu na kalamu mkae chini. Muanze kuchora ile impact mnataka kwa hii crusade. Na kwa hii crusade hapa ndio tunataka tukue na mtu mmoja ambaye ni mganga. Mwenye amekuwa akiroga watu Roiro. Na huyu mtu ndiye amekuwa akifunga watu kwa Kiambu County. Kwa hivyo tunataka akuje aokoke kwa hiyo crusade. Na alete vitu zake za uganga kwa hiyo crusade. Hapa sasa ndio mtaanza masimu. Mjue sasa mko na game plan. Mko na blueprint. Crusade ni siku fulani. Kwa hivyo mkiwa hata kanisani hapo utaona tunaanza hype crusade. Unaambia washirika, na kwa hii crusade tumeonyeshwa tukiwa kwa maombi kuna mtu ambaye amekuwa mchawi mkubwa sana akiroga, akifunga watu wa Roiro. Na huyu mtu atanasiwa na roho wa Mungu kwa hiyo crusade. Kwa hivyo ni kuanza kuwatayarisha mawazo. Kwa hivyo kitu ikikuja ku happen watajua wachungaji walikuwa ni kutabiri ndugu yao. Walikuwa wametabiri hii kitu. Kwa hivyo tumeshatabiri. Kwa hivyo vijana wale wako kwa ground tukawatuma, wakaenda wakatafuta mzee mmoja alikuwa ametoka I think ni cell. So ametoka amerudi, amemaliza term yake, alikuwa very desperate, ana kazi ana nini. So hawa manabii wa uongo kutoka zamani tulikuwa tuna capitalize kwa watu kama hao. Mtu mwenye ukimpea deal ya pesa na sio mtu umemwambia ende auwe mtu, huyo mtu anakubaliana na hiyo kitu haraka sana. Ni kweli. Mzee amekuja. Mzee alikuja, tulipiga hiyo crusade ndugu yangu. Yeye sasa ajifanye mchawi. Ni muganga. Tukiwa tumeanza ibada imeanza, present worship imeshika vizuri. Unasimama unasema na hapa kwa hii anga ya Roiro tumetumwa tufungue watu wa Roiro, na kuna watu wamekuja na kuna mtu atakamatwa na roho wa Mungu kabla hii ibada ishe ama kabla hii crusade ishe. Na atakuja na ataletwa hapa kwa njia ambaye hata haijulikani ni njia gani. Ndugu yangu, hiyo siku kabla ifike saa 12 ya jioni, wakati sasa mnajua watu wametoka makazi wako, sasa ni day 1 ya crusade, mnataka crusade ya siku 3 ishike vizuri. Nasikia mzee ametoka huko amevaa kama mchawi. Anatembea kutoka mahali ataachiwa na gari, atatembea mahali hata kama ni dakika 20. Sasa akipita tu hivyo watu wanashindwa, huyu mtu ni nani? Na sasa yeye ametoka area tofauti. Ameachiwa kwa gari mahali mbali. Yeye ni kutembea, anatembea, hakuna mtu anamjua. Huyo mzee atakuja atasumbua kwa hiyo crusade. Na sasa hapo ndiye ataombewa mpaka sasa aende alete vitu yake ya uchawi. Kesho sasa Saturday akuje na hizo vitu zote za uchawi hapa kwa crusade, na atuambie alikuwa anafanya hiyo uchawi aje, alitoa wapi. Na mtaona vitu kama hiyo hata kwa social media, wale manabii wa uongo wakubwa. Hizo ni vitu tulikuwa tunapanga, na kuna watu wanaweza wakaona vitu kama wakarelate nazo. So sisi tukipanga hivyo tunajua hii pesa tumetumia kwa hii crusade, huyu mzee mmoja peke yake anatosha kurudisha hiyo pesa. Na isitoshe tuko na mtu mmoja pengine ako kwa wheelchair, mwingine ako kwa crutches, na mwingine ni kipofu. Yaani kabla ifike Sunday hawa watu, huyu atakuwa ametembea, huyu atakuwa ameona. Yes. Na ikifika mahali tuone ni kama watu watakuja kufanya uchunguzi na watake kufuatilia vitu sensitive kama hizo sana, si ni kuenda tu kwa mahospitali mahali mnatengenezewa tu hiyo document vizuri, inapigwa muhuri na hospitali huko tu, si ni pesa wanalipwa. Yes. Hiyo vitu inaletwa vizuri. Na iwe ni kesi yoyote, iwe ni mtu alikuwa anatritiwa ugonjwa yote sugu, iwe ni cancer, natafuta tu mahali tu pesa vizuri, mshapata leakage hii kitu kuprocess, mshapata ka information. Kuna watu tu kwa ground mtatuma wajue venye watapata information. Yani tulikuwa bora uko na pesa, tuombe tu hakikisha haukosi pesa kwa mfuko ya ile kitu unataka kufanya. Natuma tu mzee mahali ama mtu mwenye unajua anaweza akafuata hiyo vitu vizuri. Mahali kunahitajika na pesa ni kupeana pesa. Dakika ya mwisho nyinyi mtakuja mtajipata mko mpaka na document yenu. Na hiyo ndio document tukiwa kama kwa UTV. Kuna wakati tumekuwa kwa UTV na ma radio local stations zingine. Utaona hizo interviews, hizo program zetu tukiziweka, utaona mpaka mnatolewa evidence. Karatasi ndio hii. Huyu mtu alikuwa mgonjwa hospitali fulani
na madaktari walijaribu kumtiba ikashindikana, na alikuja akaponea hapa. Nakumbuka kwa mfano kuna muujiza tutaitengeneza, kuna mama tulipata mama mmoja. So tukajua hapa hizi makrusedi zetu lazima zishike. Na tutashikisha crusade aje. Tukajua tutafuta mama mwenye ako mjamzito, tumwekelee ya kwamba alikuwa ni mjamzito lakini she's due, imefika wakati wake wa kujifungua na hiyo mimba imepita na zaidi ya wiki 2. Kwa hivyo imeshindikana na hataki afanyiwe operation, yani imefika mahali there is no operation itaendelea, lakini anafaa sasa akuja atafute msaada kwa mtumishi wa Mungu amuombe aje azae. Adio ndo tunaenda tunatafuta mtu tu mwenye atatafuta mama ako na mimba. Kwa hizi tu geto zetu, lakini mbali na Roiro, na ataongeleshwa vizuri na atakuwa convinced na ataambiwa na atapewa pesa mzuri. Kwa hivyo akikuja huyu mama, mkitaka kuona mimba mtasema hiyo mimba ilikuwa fake. Mnaonyeshwa mimba ni ya ukweli. In fact kama amevaa nguo yake mtainuliwa muone hii mimba ni ukweli. Na hapo ndio unatoa unabii. Kwa hivyo mnaangalia, mnajua huyu mama atakuja kujifungua baada ya muda fulani. Si of course amepewa hizo ripoti na madaktari na nini. Si unaelewa? So sisi tuna capitalize kwa hiyo information. Na hizo picha zitupwa kwa mitandao ya kijamii. Sasa nyinyi mnaonyeshwa hapa mama, story tumetunga, alikuwa mjamzito na imeshindikana yeye kujifungua but she is due. So alipokuja hapa akatoa sadaka kwa madhabahu. Alipokuja akatoa sadaka kwa madhabahu. Akajifungua. Na hapo haikumaliza wiki 2, huyo mama alikuwa amejifungua. Kwa hivyo tunamleta sasa, tunaweza panga sasa crusade nyingine tena. Huyo mama sasa mlete akiwa na mtoto. Akiwa na mtoto ndugu yangu. Sasa hapo ni kupiganga watu 10,000, maana mnatengeneza miujiza zingine yenyewe ukijaribu kuifikiria haikai imetungwa. Ni kweli. Na hapa ndio na hapa ndio hao manabii wenye sasa wako na pesa wa uongo wakubwa, hizo ndio vitu wanafanya kwa taifa ya Kenya, Afrika na dunia mzima. Lakini pia Mungu bado ni Mungu wa miujiza. Na pengine Mungu akitujalia tutakuja kuangalia kwa video nyingine tofauti ya muujiza ya uongo na muujiza ya ukweli ni gani. So sijui kama kuna swali mpaka hapo. Sasa huyu mama akikuja atoe ushuhuda hapo aseme nilikuwa nimebeba mimba kwa miezi 10 lakini after kuombewa hapa last month nishajifungua. Watu wataflock huko. Wataflock. Na ndio naona maandiko hata inasema siku za mwisho kutatokea na manabii wa uongo na watadanganya watu wengi mpaka waaminio. Juu kudanganya inafika level kweli mpaka mtu amesoma, a graduate, professional people. Mtu anajaribu kufikiria hiyo kitu imefanywa aje, anaona hapana hii ni ukweli. Kwa sababu pia mnawatangulia kiujanja. Na of course tutakuja kuongea pia vile kuna maronye na back. Hiyo sasa hiyo kazi mnafanya. Simon si kuna mahali imefika ndugu yangu. Sisi imefika mahali tukaona hapana hii kazi vile tunaifanya. Kuna mahali utakuja kuingiza mpaka unaona hao waganga wanakuanga kwa hizi maposta zinakonga kwa maposti ya stima. Hao watu hawakuangi waganga wa ukweli. Wengine wanakuanga ni wachungaji. Yes. What do you mean? Yes. Na wengine wao ni kina sisi hapa. Haya. Yes. Yes. Kwa sababu hii kitu ni the same thing, ni vile tu mnaifanyia mahali tofauti. Hao waganga unasikianga wameweka maposta sijua anatibu mapenzi, mtu kupotea, mtu kutibu. Hakuna waganga hapo. 90% ni wachungaji. Manabii wa uongo. Na bado ilikuanga hustle nyingine, side hustle yetu nyingine. Yes. Maana hiyo ni kazi nyingine. Na si mtu atakuja akupe deal kama ya kuambia kuna mahali unajua ajui ni wewe na hata ajui ni nani. Si mnajua vile mtapanga hiyo kazi yenu huko nje. Na vijana wenyu huko. Mpaka sasa ikifika hapa sasa sio mchungaji wa uongo. Hapa sasa ni wewe bado, lakini unaweza ukakuwa nabii, ukakuwa mganga mahali pengine sasa. Na ukaenda ukashughulikia watu wakakupea pesa ukawatibu ukamaliza hiyo shughuli. What? Na hiyo najua takuja Mungu akitupea muda kama kutakuwa na hiyo part 2 ambayo unasema tukuje tuingiza kwa undani. Lakini sasa wacha tudili na huu nabii wa uongo kwanza. Sasa huu nabii wa uongo kuna wakati mmoja nakumbuka Mungu kweli ni wa neema. Na waviwa hizi vitu ambayo unasikia ninazungumza is not that I'm happy ama ninafurahianga kuziongea, ni vile ni lazima sasa mahali Mungu ameniweka na amenitoa lazima nikuje nikue kama eye opener. Tukue eye opener kwa watu. Very true. Lakini ningeulizwa sio vitu ningewahi tamani hata kuongea mimi mwenyewe. But lazima niongee.
Unajua Mungu kuna vile nilisema juzi mahali, Mungu akikutairisha ndugu yangu, hiyo ngozi ya zamani hairudingi. Anakutairisha na anakupea kazi, you have to do it. So kuna wakati mmoja tumekaa tukapiga hesabu. Tukaona kuna mali tunahitaji I think capital kama ya 1 million to be on the safe side. Na hii 1 million tunaitaka just within less than 1 month. Ya nini? Ndugu yangu. Tunataka yes. Tunataka kuingia Nairobi CBD. Okay. Kuanza kanisa Nairobi CBD. So tukipiga hesabu ya kushika hiyo hall, kuilipia ile masaa tutakuwa tunafanya na kuibook na kuadvertise kila kitu kwa TV na radio na nini. Hapa ndugu yangu nataka 1 million. Sasa hapa tukakaa tukaulizana na ule mapacha wangu, what do we do? Bado tukarudi kwa drawing table. Tukajua hapa tumepata information fulani, kuna mshirika baba yake anataka kuuza shamba, ama alikuwa anataka kuuza hiyo shamba. Lakini amekaa mahali ako in between, hajafanya hiyo uamuzi. Tukajua sasa huyu mshirika ndio tutatumia tujue vinye hiyo shamba itauzwa, hata kama ni bei ya kutupwa. Hiyo bora iuzwe, sisi at least tupata 1.5 to be on the lowest level, at least 1 million. Huyu mshirika alikuwa anaishi mahali Ruiru tu. Na tukapanga sasa vile tutaenda, maana ulisema tusitaje jina. Kuna nabii wa uongo anajulikana sana. Huko ndio tulienda kwake tukachukua nyoka. Tinyoka. Tukachukua nyoka vizuri. Ako na church? Ako na church. Hata saizi bado iko. Ni mtu mkubwa. Anajulikana sana. Very famous person. Okay, nyoka ameiweka wapi? Kwa boma yake. Home. Basi, ule katu na manyoka huko. Kuna mahali amefuga vitu zake. In fact hata ukiingia kwa hiyo boma ni compound tu ya kawaida. Lakini sasa kuna mahali ukiingia hata huwezi jua kuna milango. Huko sasa ndio mahali ameweka agriculture tourist site yake. Sasa pete yake ni nyoka na nini? Yes, wanyama wa kutisha. Ndugu yangu, nafunguliwa mlango naangalia vitu ziko huko. Hizi bado ni vitu ya kazi. Sasa hapo ndio unajuanga. Nataka kumetea matoto Ismail. Amechill tu nazo hapo. Sasa nyoka mnachukua. Hapo ndio tunaongelea mahali huko kwa matajiri sana. Nazitataja. Okay, anahubiri na Kikuyu, Kiswahili. Ndugu yangu, wacha tuachie hiyo mambo hapo. Juu hiyo hindi ndio sitaki kuingia laini. Mumeendea nyoka. Lakini Mungu akitupea muda, hii interview nyingine inakuja next part 2. Wacha tuone vile tutadili na hiyo msingi vizuri. I know what I'm saying. Nyoka sasa. Sasa nyinyi nani wamewaambia mkona? Na nyoka ni idea gani sasa? Sasa nyoka hapa ndugu yangu, unajua wakati unataka kitu, wewe ndio uko tayari kulipa gharama ya kupata hiyo kitu. Kwa hivyo unajua hii kitu inaweza nihitaji nini na nini, niifikie ama niipate. So ukipiga hesabu kimfuko, kiroho kama mwanaume, you are willing to pay the price. I mean you want this needs to be done. Now sasa wewe jifunge mkanda kwa kiuno kama mwanaume, go and pay the price that you want. Hapa sasa ndio mtakuja mfike mahali mgundue sasa tulikuwa tunafikirianga sisi tunajua hii kazi. Sasa kuna wale walitutangulia. Kuna mapro. Na hata wenyewe hawataki wajue mnakujia hiyo kitu, lakini kwa sababu mmeshikanishwa na watu wenye mnafanya hiyo kitu, wachungaji wakubwa sana. Maana pia naye tunampea tip nzuri. Mtu unampiga kama 20k, hiyo ni tip. Hiyo ni mkutano umekaa naye kwa meza. Angusha 20. Hiyo ni mzee, asante kwa muda wako. So kitu tulikuwa tunataka, mnaanza kuongelea at least 30k. Utusaidie vile tutapata. Na kitu yenye tunataka kitu ya ukubwa fulani. Okay, unajua Njoroge alituintroduce kwa watu wengi na vitu mingi. Na watu wengi walikuwa wanakuja kwa kanisa Michael Njoroge, walikuwa ni manabii wa uongo. Manabii wa uongo wanatembeleana kwa makanisa yao. So hapo ndio hata sisi tunapata connection. Na sasa hii connection kuna vile inaendanga. Sasa mpaka ndugu yangu, na vitu sitaongea saa hizi. Kuna watu wakubwa sana kwa taifa ya Kenya. Huyo mtu leo akafunuliwa na Mungu tuone ni nani. I think baada ya kuona watu watakataa kuamini. Na ni wahubiri. I'm talking about false prophet ambao wamejiparedi kama wahubiri. Mungu akikufungulia uone ni nani, uwezi amini juu ya zile vitu amefanya. Wacha Mungu kukufunulia. Yaani Mungu amtoe amweke wazi, hata mwenyewe akuje awaambie
nyewe watu mimi nimekuwa nikiwadanganya. Mimi nakwambia washirika wale wako na congregation ile yako nayo, ile influence yako nayo, watakataa kuamini huyu mtu ni nabii wa uongo. I'm telling you. Si ndio? That is for sure. So hapa tumeanza kutafuta vitu mpaka tofauti. Unajua bado tunataka 1 million, tunataka tuingie CBD. So inaanza kutupea kibarua wengine ya kufanya a lot of research. Na hapa sasa ndio tukoona tunahitaji kukua na tools tofauti. Hapa ndio tunaenda, mnakuja kusikia nyoka yenye mnataka, hiyo pengine muende mahali fulani kwa matajiri sitataja. Hiyo itabidi muende mchungaji anataka kuwajua vizuri, maana sio vitu ambayo mtaongea, lakini sasa juu yangu juu ya connection ya huyu itabidi muende huko, ndio mtapatana sana public figure. Watu ni hata nyinyi mnafika huko, badala ya kustuka utaanza kucheka. Uwezi stuka, wewe utaanza kucheka. Yaani pia unakuanga kwa hivi. Yaani kumbe pia mko huko, yani hutaongea mambo mengi, lakini hiyo mkutano utacheka kama mara 10 ndugu yangu, juu kuna vitu it make sense. Huko ndio mtaingia, kuna kitu mko mnahitaji. Nani kuja shughulikia hawa watu wa Mungu. Mnapewa vitu ile mlikuwa mnataka mbio. Nyinyi mnashughulika ile pesa mnawacha na nini, mnaambiwa maagizo hivi vitu na vitu. Sasa umeendea nyoka. Si ni nyoka. Nyoka hii ni kubwa sana. Mlikuwa unataka nyoka kubwa? Tulikuwa tunataka nyoka kubwa, kitu mzuri nyeusi ya kutisha. Kitu mzuri. Nyoka mzuri. Nataka unipatie nyoka mzuri bro. Kitu ya black. Na watazamaji wetu bado naweka disclaimer. Wakati tunacheka sio kwamba nafurahia maovu ambayo nilifanya, lakini pia nashukuru Mungu mahali amenitoa. So I'm free when I'm sharing. Imenichukua miaka mingi kabla ati nikubali naweza kuja kwa public kushare hii. It has taken God's grace. So huyu mtu mkubwa sasa ndiye amemotivate kwanza. Yaani pia wewe unakuanga kwa hizi shughuli. Ndugu yangu, huyu mtu akikufanyia mikutano yake, meetings, vile huwa inakuwa imejaa watu kutoka dunia ile, wewe unajua unaweza ukataja ile dunia utataja. Watu wako pale ndugu yangu. Huyo mtu, unajua sasa kuna ile imani. Ako na imani na nyinyi kwa sababu ya mtu mwenye amewaintroduce kwake. So mnashughulikiwa tu kama kawaida. Mapeti zenyu zile mnataka. Huko ndio unapatanga sasa na mzee kobe kubwa. Enyewe ukiangalia hivi nakaa ni kama mtungi ya maji ama ndoo. Imelishwa. Kitu kubwa. Sasa ukitaka sasa unategemea ni game gani unataka kucheza, ni nini unahitaji. So sisi kama tungetaka kwenda kuweka vitu kama ceiling board ya mtu, hiyo unahitaji tu msekobe. Hiyo ndio ukichukua unaweka tu kwa ceiling board ya mtu mkiomba. Alafu unajua uzuri yake itaanza kutembea kitafuta mahali pa kukaa. Sasa zemo inatembea inaenda huko kwa kona. Sasa ndio inaenda kujificha mahali mtaipata vizuri wakati mtaanza unabii. So turudi hapa, huyu so called the man of God. Unajua kwanza amewamotivate. Mkiona ni yeye na bado anafanya na Mungu hajamuua, kumaanisha hata nyinyi mko safe. Na hajadedi na anafanya meetings ziko na watu wengi na ako na do. Najua labda mnaenda kurunda ama Karen. Umesema lakini mimi sitaongea. Hapa sasa ndugu yangu ni props. Sasa hapa ilibidi juzi tunaangalia ile mfuko wetu ile kitu tuko nayo. So inabidi tuanze kuona tukitoka hapa, maana sasa kupata opportunity kama hii mfunguliwe mlango ya kuingia huku tena, unajua tena pengine mtahitaji huyu jamaa naye bado ni pesa nyingine mnafahamu muachilie. So hapo tulitoka na prop 3. At least naye tunazitumia, tunaambiana tutairudisha lini, lazima ukuwe na deadline ya ile masiku utarudisha. So hapo ndio tulipewa ile vitu tulikuwa tunapatiwa. Sasa nyoka mtabeba aje? Ndugu yangu, si mko na gari yenu personal? Mtaweka kwa boot? Si vizuri sana. Hii bora mmepewa tu condition, hii mnyama ni mnyama aina fulani na unaweza iweka hivi hivi vitu kama hizo. Kwa hiyo mnajua kitu je mnadili nayo. Wewe unasema nini? Si hata kwa kanisa hapa kuna wakati tulikuwa tunaziweka juu ya top roof. Nyoka. Ifanye nini? Juu sasa mahali mnaishi mmeifugia, maana alikuwa naishi mahali kama ni top roof. Sasa kuna mahali mmetenga tu huko juu, mmeweka petition yenu, mtu anafikiria unafuga makuku au unafuga vitu zako. Ndugu yangu, hivi vitu zingine inabidi ukae na mpaka kwa nyumba. Sasa utafanya aje? Kwa ploti? Yes. But it is not a wonder. There was a time ploti nilikuwa naishi. Soja ameambiwa na jamaa fulani nipanguzie gari juu. Jamaa ameingia kujitayarisha. Sasa soja na kierere yake alienda kufungua boot. Alipata nyoka. Yes. Alitoka mbio. Unajua mission kama hizo pia tunaangalianga time. Tulikuwa tunaangalia time. Sio vitu tunaanza kufanya operation mchana.
Hiyo inataka mausiku sana. Around saa nyingine za 7 saa 8 huko hata saa 9. Juu ni vitu yenyewe. Hapo najua hata kama ni maaskari kwa barabara hawako. Hakuna watu kwa barabara. Ninyi mconduct biashara yenu usiku kama wachawi. Yani mkubali tu mmekuwa wachawi. Sio nyinyi wachawi. Si ndio? Sasa umepatiwa nyoka. Hapo mmepewa nyoka. Tukapiga hesabu kuna matoto bado tulikuwa tunataka na kuna lizard. Hiyo kitu si lizard. Ni kitu I think ni zile lizard za msitu, kitu kubwa mpaka iko na pembe, sio chameleon, it's not chameleon. Tulikuwa tunataka tu vitu scary. Za nini? Si za kwenda kuwekea watu watoe pesa ndugu yangu. Wewe unasikia tunaingia Nairobi CBD. Na ukipiga budget ya CBD na hall na kila kitu na social media ulipe kila kitu mpaka advertisement. Ndugu yangu, at least to be on the safe side. Wacha tuongelee budget ya milioni 1 hapa. Hapo ndio tulipewa na huyo mtumishi wa Mungu so called, na akatupea baraka yake. Muende mfanikiwe. Na tukamwambia mzee, hii nyoka you favor. You favor. Nikamwambia mzee, tukifanikiwa vizuri tutarudi kusema asante. Na do you know, after my deliverance ndio nilikuja kugundua hizi vitu tulikuwa unasikia mtu kama anakuambia na amekupea vitu kama hiyo vitu hajakupea tu kimwili, amekupea sasa spiritually. Yani yeye ndiye amekupea manto. Yeye ndiye ameku-anoint sasa. Na unajua ni mtu mkubwa sana in that kingdom. So in the realm of the spirit, apart from wewe unafikiria ni mambo yako ya kupata pesa, amekuconnect direct na mapepo yake. Na yeye yako na connection yake from outside the country. Na najua ni vitu yenye sijashare, but I know God will give us that time. Na ni vitu very sensitive sana, but pia inataka a lot of maturity in the spirit. Maana kuna najua part 2 we are coming. Kuna vitu tutaanza kuongea, our viewers hapo sasa mjitayarishe, because we are going to deal with mature minds only. Mtu unaweza ukasikiza na ukatafsiri hizi vitu kiroho. So huyo mzee ametupatia na blessings zake, so called blessings. Sisi tumechukua mzigo yetu tumeweka kwa gari pale kwa buti nyuma kama kawaida. Zingine tu mnaenda mkilea mkicheza nazo, jua ni usiku. Na tuko na confidence zetu zimeshika pia. Mko na pesa, in case karawa kitokea hapo, anyeni kujua tu vile mnakaa na wazee vizuri. Ni bora find your way. Sisi tumeingia tumefika church usiku sana kama saa 10. Amusha watu wenye wako huko kanisa, tuwaambie tumetoka mahali maombi, fungua ile wanafungua, sisi tumeingia tumeseti mizigo yetu huko, tunangojea sasa operation. So ilifika mahali tukajua sasa hii 1 million kuipata bado lazima tuifanyie kazi. So nyoka mweka kwa church. Nyoka iko kwa church sasa. Okay. Sasa kwa hizi makanisa wallahi hata wachai wa kangi hivi. Uhubiri wa na ujue sasa sisi hapa vile nakwambia unaweza ukatuona with a very that small capacity. Sasa kuna watu wenye ni wajuaji na ni wakubwa kwa hii game sasa kutuliko. So hapa ndio unajua bado na time 1 million. Huyu dada amekuja kanisani, amewekewa ile vitu anawekewa, amekuja ametumwa ameenda nyumbani. Amefuatwa kama kawaida, tumejua kwake na nini. Wakati amerudi kanisani funguo imechukuliwa kwa bag. Akiwa tu amepigishwa magoti anaomba hapo na bagi yake, bagi imefunguliwa, funguo imechukuliwa. Vitu imeenda imewekwa kwa nyumba yake huko. Chini ya kitanda. Yani ulikuwa tunapata tu breakthrough moja ya kuingia kwa boma ya mtu. Hakikisha umeweka vitu mingi vile unaweza. Yani ni case mkitumia hii mpate pesa kwa hii. Ifike mahali watu ya familia, majirani, marafiki waanze kumfungua macho. Unamwambia sasa wewe watu wanakukula ni watu wa karibu na wewe. Na hata sasa hivi vile tunaongea na wewe, hebu enda kwa nyumba yako kwa boma yenu mahali fulani na fulani. Akifika huko ndugu yangu ile kitu sasa atapatana nayo baadhi ya zile props. Yeye sasa ndiye anashindwa. Nimekuwa nikiishi na hizi vitu kwa nyumba yangu hii muda yote. Kwa hivyo wakati patana na crocodile crocodile tutoto au vitu kwa kawaida sana. Hiyo ni vitu ndogo, hiyo unabeba. Kwa kitu kanatoshana hivi ndugu yangu. Hiyo chukua weka tu kwa ceiling, rudisha ceiling ikae vizuri. Acheni mchezo. Atika kitu kanatoshana hivi. Asi yako nakabeba ndugu yangu vizuri. Yesu bora unajua vile utakalisha. Nyoka nayo unaweka hapa kaa chain. Inafika tu mahali hizi vitu inabidi umezibefriend, mko tu marafiki. Tuwe mabeshte zako ni manyoka. So ndio my friend by then. So mtu amechukua ameenda ameweka kwa nyumba yake. Imesetiwa. Tukatoa kitu moja kwanza katikati ya ibada ikashikwa kwa TV na manini, wale vijana wetu wa kamera wako tu kawaida wako standby. Tukajua tuta release kwanza isi raise alarm. Tukaambia huyo mzee baba ya huyo mtoto maana shai kuja kanisani lakini akaanza kupigana na mambo ya kanisani sana. Tukajua sasa round hii tutakushika vizuri. Mtoto wake naye ni mtu mkubwa sana.
Mtoto wake huyu ni mwalimu mkubwa sana kwa hizi machuo kuu. Baba, manabii wetu wamesema kuna kitu na kuna kitu ni emergency. Na huyu baba alikuwa anapenda mtoto wake sana. Hebu kimbia sasa kuja nyumbani saa hii. Baba kutoka mahali alitoka mbio Kiambu. Ameingia mpaka Ruiru. Patia baba simu, tuko kanisani. Baba, umefika? Umekuja peke yako? Sawa sawa. Tumekuwa maombi, tukifunga tukiomba sababu yenyu. Na kuna shida inaonekana. Ebu ukiwa na mtoto hapo, na hii vitu tunakwambia sio vitu ya kutangazia watu. Ni vitu mfanye kama mmerudi kanisani. Unajua sasa lazima wafundishe kuobey instruction. Juu akidisclose your instruction, mnaharibu game yote. Maaskari manini vitu itaanza kuleak out hapo. So ni lazima tu wafuate maagizo. Yaani mnawatrain, ni kitu lazima mwatrain. Ndio hiyo ameingia amepatana sasa huko na anakonda huko chini ya kitanda. Hawakuacha hiyo kitu kwa nyumba. Of course ingeacha ingetembea na ingetokea. Amepatana na kitu huko ndani. Mzee hapo wakati waliona hizo vitu, mzee sasa ni nduru. Mbio na gari. Watu tumetuma mtu ameenda amewachukua, wamekuja, vitu imewekwa kanisani. Hapa sasa ni kutime mzee. Na hapa unajua tumeshapewa leakage, kuna plot inafaa iuzwe lakini mzee bado hajaamua, lakini mnunuzi yako. Tukajua this is a good mileage. Watu matajiri hapa sana. Huyo mzee amekuja, kitu ya kwanza ile ameona, ile vita alikuwa na sisi imeisha kwanza. Sasa swali ni wachungaji tufanye aje? Mzee, tunafaa tuende Tanzania, mahali panaitwa Pemba. Huko ndio madhabahu yenu iko. Lakini kabla ya hiyo, mzee, kuna kitu tunaona iko kwenye nyumbani. Sasa hapa tukamwambia kitu tutafanya, maana bibi yake alikuwa anatupinga sana. Bibi yake pia ni mwalimu. Unajua ni watu tu smart wanafikiria. Tukamwambia sasa by kesho hakikisha by all means bibi yako hayuko kwa hiyo boma na mtoto tumewapea assignment. Na sababu sawa wamekuwa wafuasi waaminifu. Si kuna kitu tayari ashaona. Tukajua sasa hapa hatutalala. Ni nini nyingine tutafaa tufanye hapa? Hapa sasa tukasema hapana. Hii 1 million huyu mzee kama anauza shamba anaweza akatoa pia zaidi. Kwa hivyo tunataka tumpatie kitu tu mmoja mzuri. Yani mkianza kuongelea tunataka sadaka ya 1.5 ama 1.7 ama 2 million. Hatutasumbuana na huyu mzee. Sisi hapo sikio tukaita group na wachungaji very senior in ministry. Wale wanajulikana tumetafuta mahali mkutano na vijana wetu wa mkono. Hapa ndio tukasikizana sasa hapa itabidi tuende kwa one of the graveyard. Iko hapa Nairobi. Grave, yes. Grave. Kwani imefika wapi bro? Sasa hii kitu ndugu yangu. Umeingia kwa wafu. Sasa ni kwenda kuamsha watu wamelala. Tumeanza kusumbua watu wamelala. Wewe unasema nini? Hiyo ni story tutakuja kuongea. Hawa watu ndugu yangu, we will come to talk about this. Maana kuna mtu tushaifufua. Kumfufua aje? Tulienda kuamsha mifupa yake baada ya mezikwa. Ndugu yangu, huyo mtu alinisumbua. Wakati sasa niko kwa maombi ya kufunga ya deliverance ndio nitoke kwa hizi vitu. Huyo mtu alikuwa amekataa kuniachilia. Alikuwa anakujanga ananiuliza kila siku. Tulikuwa tumelala. Ni nyinyi mlikuja mkatuamsha. Yes. Mlikuwa mnaenda mnazikua kaburi mnatoa. Yes. Hizo mifupa. Yes. Hebu nitakuja kueleza hiyo kitu maana is very spiritual. Kuna vitu ndugu yangu ni sensitive. Sasa hii siku mmetafuta watu mnataka kwenda kwa grave. Ni kwa grave sasa. Maana tulikuwa tunajua hiyo ni vitu tulikuwa tumejua mahali zinapatikananga, lakini sasa kuna game, kuna pesa ndogo ndogo ndugu yangu wenyewe ukitaka kuitisha hauhitaji kufanya vitu mingi. Kama ni mtu unataka 30,000 hiyo ni utumie tu mauna bindogo ndogo hii fanya hivi, unaelewa? Lakini sasa imefika mahali ni shamba hapa inafaa iuzwe. Mnataka 1.5 at least. Na unajua hapa bado hajatoa tithe. Tithe ni kitu kingine. So we are talking about 2.5 or something. So inabidi tuitane kikao na hapa inabidi sasa tuhusishe sasa mpaka senior false prophet now in this game. Sasa hawa ni mandugu ya baba yenu wa kiroho. Wakubwa wale wameishi wakifanya hiyo vitu. Mama yao in fact waliwa introduce kwa hivi vitu. So wako na connections. Maana hao ndio wanajuana. So hapo ndio itabidi tuitane kwa kikao. Hapo mtamwaga hata kama ni 20k ndugu yangu. Wale wanakunywa pombe yao wakunywe, wale wanakula ile vitu yao wakule. Sasa tuongee sisi wote tukiwa tuko kwa anga moja. Hapo ndio sasa tuta break down tuambie kuna kitu tumepata ni deal. Na hii deal tunataka tusaidiane mawazo. What do we do? Na sasa hapa ndio kila mtu atatoa mawazo yake. Na sasa hii kikao the more mnataka kufikia pesa nyingi,
the more ni kama lazima mlipe gharama nyingi. Sasa hapa ndio tukaamua sasa kulingana na ile shauri tumetoka naye kwa meza yetu ni tuingie Lang'ata usiku. Connection ya Lang'ata nani wako nayo? So. Okay. Hao ndio walikuwa na hizo connection. Okay, walikuwa okay, sawa. Hivi ndio vile kulienda. Okay, let's seal that deal. Pesa ngapi inahitajika? Ndio hii. Pangeni hizi vitu vile tutapata hizi vitu. Hapo sasa. Na nikisema Lang'ata sababu na avoid a lot of vita, naongelea graveyards in general. Si ati ni Lang'ata specific. Si Lang'ata specific. Graveyards. Mahali popote tu unajua iko. We are talking pengine ni Kitale, ni Embu, ni Meru. Lang'ata ya huko ama whatever. So tumeingia. Tukaambiwa sasa hapa itabidi ikifika kuanzia saa 6 nyinyi mwanze safari yenu, at least saa 7:30 mko mmefika mahali fulani. Hiyo operation wataanza masaa saa 8, saa 6, saa 8, saa 9 huko, hiyo masaa usiku. So si ni kukaa tu tukiwa tayari, maana hata hao kuna wale wenye wako kwa ground wenye sawa wanaenda kufikua hizo vitu, lazima wa signal. So ni kuambia between this time to this time kueni mahali fulani, between this time to this time mko mahali fulani. Mahali tukiwaambia mtahitaji 30 minutes ama 20 kufika. So yani mnaenda mkicommunicate. Na sio malaini mnatumia ndugu yangu, sio hii malaini yetu ya simu. Kuna tu communication ya masimu zingine huko mtapata. Hawa senior sasa wako na hii vitu yote. Mahali hakuna evidence, bora mmecommunicate. So tumemaliza shughuli yetu, tumefika hiyo masaa, tumeenda tumechukua mzigo. Tumefika tunapata wengine ndio wanamalizia. Kumbe unafika huko sasa unapata kuna watu nyinyi mnafikiria ati sasa mmeanza kuwa watu wabaya, mnapata sasa mnafika huko mnapata na watu wengine wanawamotivate zaidi. Kumbe kuna Alhaji amekuja hapo. Kuna sijui Muhammad ama sijui nani. Yeye anakuanga ni mganga sasa wa ukweli. Yeye na yako kwa laini anangoja mumaliziwe yenyu, pia yeye achukuliwe zake. So mkifika mnagundua okay. Sio nyinyi peke yenu. Kumbe na Mungu hajaua hawa watu. Bado huko kwanza ni mganga huyu. Huyu ni mganga. Na amekuja na V8. Ndugu yangu. Mbona nisifanye? Mtu hata waacha hivyo, unamsikianga tu ile harufu ya marashi amejipaka. Huyu unajua hizi vitu. Huyu mtu kwanza tunaongelea pesa. Huyu ni mtu ni tajiri. Kuna pesa. Yes. Sasa juu umefika hapo na hata ameambiwa mtulieni, hawa ni watu wetu, tuko pamoja. So relax. Wote wamezoea hii kazi. Ndugu yangu, sasa hapo ndio unagundua kumbe unaona watu, ndugu yangu, watu wanajielewa. Watu wana pesa, watu matajiri. Na sasa juu wamezoea kufanya hizi vitu hata wana hiyo fear, sisi tuko naye tuchukue kama tumetoka. Wanachapa kazi clean wakiwa wamerelax. Wale kwa watu wakiwa na pesa yao na nini. Nipatie skulls tatu hapo. Juu hiyo opportunity mtu anawaambia juu hata anajua masaa fulani ndio masaa fulani masiku fulani mkikuja hiyo shughuli tutashughulikia. So unajua wakati tulienda kuna wengine walikuwa wanafikiria pengine tuko hata kwa uchawi. Sasa sisi ni kategoria ya waganga, wajui ni watumishi wa Mungu. False prophet that then. So yeye hata akiongea na sisi ile lugha anaongea na sisi ndiye anaongea na wale wengine. Okay, like ulikuwa unataka ni mtoto ama ni mtu mzima? Yani kazi nataka mtoto ama mtu mzima. Si ati difali lakini. Nilikwambia ilifika mahali unaweza ukacheka. It's because now okay, order yako ilikuwa sisi sasa wajua kazi kama hii. Shosho ama Gen Z? Yes, juu sasa wachawi wakikuja wanakujanga na order. Juu uchawi yao ikue powerful, wanakuwa na order specific. Nataka mtoto kuanzia pengine mwaka mmoja. Sababu ile kazi yake nataka kufanya. What? Yes. Okay, hizi vitu zinafanyika kwa hii dunia hata si kwa hii dunia. Okay, zinafanyika hii Nairobi. Ndugu yangu. And there is more. Tujaanza, bado ndio tunaanza we are just beginning. So nyinyi mlikuwa mnataka? Na ujue hapa sasa ndugu yangu, ndio sasa hata hawa watu mtaona mko kwa dunia moja, itafika mahali mbadilishane sana namba. Sasa hapa mjue mmekuwa macolleague. Ni vile tu mnaoperate in different realms ama territory. Na hapa sasa ndio mnaingia deep. Sasa mkifika huko mnafikiria nyinyi mmekuwa wabaya, mnapata kuna wengine wabaya au wanaishingi wakiwa motivate. Mnapata kuna wengine wabaya akipata maiti tu anaita akiwa mahali yako. Ndugu yangu, sasa wale yani unaona sasa my journey ndio unaona mimi deliverance yangu ilichukua more than 5 years. Juu sisi tulikuwa kwa physical things, ni pesa. Uzuri ulikuwa unaambiananga na ndugu yangu na tunajitia moyo. Tujai mwaga damu ya mtu. Tujawahi ua mtu. Na si ungetuuliza tumeibia mtu, hakuna mtu tumeibia. Maana kweli tujai enda tukashikia mtu bunduki tukamwambia toa hii. So we are coming from that kingdom whereby
tunaingia kwa kaufalme ingine, lakini vile mnaingia mwingi safari moja, pole pole tu, taratibu, inaenda ikiwaita. Ndio mnataka pesa mingi, sawa sawa, deal yetu ni hii. Sasa hii pesa nyingi itabidi muende mfanye kitu extraordinary. Kumbe you are just going deep to the ocean, mnaenda mkiingia. Na sasa mkiingia mfike huko, ukikuja kuangalia mahali umefika, hauwezi ukatoka. Sasa inabidi ukubali sisi ni wa huku ndugu yangu. So, sisi tumefika hapo, kadiri kamepangwa. Alhaji anashughulikiwa, ndio tulijua anaitwa Alhaji, ameshughulikiwa ile vitu anashughulikiwa. Yeye amepeana oda zake. Tunangoja wale wako kwa laini mbele yetu washughulikiwe. Wazee na gari nzito ziko pale, watu wako na mabodyguard wao hapo. Wamemaliza, sisi tunaona vile wanashughulikiwa hapo. Sisi tulikuwa na pupa na mbio mbio. Nikuja tu kama mmepewa mmetoka. So ilifika mahali inabidi za relax. Uko tu mpole we relax sasa. Waacha wale wanashughulikiwa washughulikiwe. Juu sasa ilifika mahali hatukuanza kwenda ati mara moja, but I will come to share this. So hapa ni first incident. Unajua sasa tumejua tukitaka pesa mingi kuna kitu yenye lazima tupige kubwa yenye itatisha vizuri. So unapata hapo imeanza kuwa nyumbani. Lakini just for incident ya hii siku peke yake. Na hiyo ingine tutaendelea wakati mwingine na more experience sasa ya hapo. So hapa tumemalizana na huyu jamaa ameshughulikia kina Alhaji anapiga shughuli yao. Sisi sasa tumeingia. Tukasikia yule jamaa wakiwa pale wawili wale undertaker sasa. Wenyewe wanafanya usafi na kushughulikia graveyards na kuchunga na nini. Wakasema ni tani yetu imefika, akamuuliza order yenu ilikuwa gani na gani? Sasa sisi mambo ya order, sisi hatujui order, sisi kitu tulikuwa nataka ni kitu yenye tatisha. Wewe nipatie kitu imekufa wewe. Mimi ni pesa skull, sisi tulikuwa nataka tu skull. Skull tu peke yake. Skull tu kutoka kichwa mpaka hapa skull. Hiyo tu. Tukasikia ameongea hapo sawa sawa. Tuendea nani ya fulani miguu tawasaidia? Miguu naye ndugu yangu bado miguu bado ni tukachukua kwanza skull. Tukajua sasa ikifika ni miguu, mikono na kiuno. Yaani vitu zile sisi tutakuwa tunahitaji, tunajua mahali pa kuchukulia. Na hapo sasa ndio tulipewa mzigo wetu sisi. Of course kuna ile frightening ya kwanza. Bado tu hata kama umepatana wale wa kwa motivate, bado spirit haziko calm. Juu hapa mnaweza mkadondewa anytime. Yani anything can happen. So sisi tumechukua vitu yetu, tumebadilishana namba na hao majamaa. Sasa tutaki sisi kuwa na broker hapa katikati. Sisi tukitaka vitu tukumbaka na marafiki sasa hapa ni kuongea na hao. Sasa hao wenye wanakuja sasa wakiwa relax, inaonekana hawa ndio hao ndio mababa zao. Hao ni kama mababa zao. Those si wachungaji, hao ni waganga. Lakini tayari wamesha vitu, kuna order walichukua ndugu yangu. Si hatukuchukua order. Hao wanataka vitu fresh. Vitu fresh. Sio si nataka skull. Hao wanataka vitu iko high vitu imezikwa leo. Vitu fresh. Hao kapewa order yao wakafungiwa vizuri, wakafungiwa na ile kwamba kwa breakfast ndugu yangu. Vile vitu tu zinawekwa, vitu vinakaa vizuri decent. But that is how it happened. So sisi tukapewa ile mzigo tunapewa, tukaingia. Tukaenda tukaseti mahali tulikuwa tunaenda kuseti. Sisi tukaseti mzigo na hatukuenda wenyewe. Siku hiyo tulituma one of the mercenary kwa ground. Hao ndio walichukua hiyo kitu. Since wanajua since wamefuata huyu mzee, wamejua kwake, tukatime huyo mzee wakati sasa amepeana ujumbe kesho hakikisha mama hayuko. Ajue balloon means bila atafukuza huyo mama. Naye tukaingiza pressure kwa dota. Aanze sasa kushika huyu mzee vizuri. Aanze kuambia mzee mimi nahitaji pesa ya kuhama. Mimi nahitaji pesa ya kufanya hivi hapo mimi sitakaa. Unajua sasa baba anampenda sana. Sasa sisi tunatumia advantage ya hiyo. Ni kupressure baba. Usisahau sisi milioni yetu ndio tunataka, maana tunataka kuingia CBD. Mzee amefuatwa, wamejua kwake vizuri, hao wamerudi. Mzee ameachwa hakikisha vile atafukuza mama kesho, maana kuna maombi nafaa iletwe ya kukuja sasa kutoa kitu kimezikwa kwa hiyo boma. Enye ndio imeishi sasa ikifanya hawa watu maadui wanakuwa na advantage, maadui wanawafanya wakuwe mateka wao. My brother, watu huko hakuna kulala siku hiyo, ni maombi. Ulale ukufe ndugu yangu. Yesu utalala ukufe ama uamuke upate umenyongwa na hiyo mapepo. Fasting ya 3 days. Yes, watu waingie fasting. Hapa sasa tumeingia kwa vita ya kiroho. Watu waingie, kila mtu aanze kuomba Mungu wake ule anajua. But vizuri mission ikakuwa very successful.
Huyo msichana anatupea information vile nyumbani iko, mama anapigiwa na mzee anaambiwa mama ameenda, tuka strike the following day. Sisi tuko na mzigo wetu sasa. Tukaenda kwa hiyo vijana wakaenda kwa hiyo boma. Wakaangalia wakatuambia sasa hapa itabidi tupange siku tunaenda maombi ndio tuende tukizika hiyo kitu. So sasa mambo ni mawili hapa. Sasa muende mzike hiyo kitu, hiyo siku mnaenda ama muende au vijana wazike hiyo kitu alafu waipe muda. Ishike mchanga na ishike nini. Lakini sasa sisi tunataka pesa ya dharura sana na process ya shamba na nini it will take a while. So kwa hiyo mzee sisi tukaenda tukachapa shughuli yetu vizuri hiyo siku tukaenda siku tunaenda kuleta maombi ndio siku tulienda tukiweka. Sisi tukaweka mzigo wetu vizuri tukapata. Hiyo kitu imetufanyia kazi kama zaidi ya mara 3 kichwa hiyo moja. Yes. Maana unapiga hesabu tena ya kwenda huko kuchukua kitu kingine, mnasema hiyo yenye tuko nayo inatosha kutumia watu 2, 3, 4 tofauti. Ndugu yangu, mzee sasa tulipoweka hizo vitu na tumeiwekea vitu ya uchawi. Hatukuzika tu kichwa peke yake. Basi ni kupiga tu ile ka formula ya Njoroge ya zamani. Ita watu wote wako kwa hiyo boma, ni mzee na huyu msichana. Pigeni magoti. Tumehakikisha wamefukuza watu kwa boma. Hatutaki watu wa kutusumbua wenye wako kwa imani yetu. Mzee wakazika hiyo mzee wamekuja wamepiga magoti hapo. Vijana tumewatuma yule aende huko sasa akiweka. Kuna jamaa alikuwa kwa boot. Sasa wakati sisi tumetoka nje kwa gari tumeingia kwa nyumba yeye kuingia, yeye alikuwa kwa boot. So wakati tumeingia kwa nyumba na tumepeana instruction milango zifungwe na kila kitu, au wamepiga magoti wanaomba hapa, sisi tumwekelea mikono vile wezi amka na wezi angalia nyuma. Kijana akatoka kwa boot yeye akaenda akaseti vitu yake huko chini. Kichwa ikawekwa vizuri sana. Baadaye sasa hapa ile kichwa tu kuiweka ikiwa plain. Lazima sasa hapa ndio tuingize makemiko tofauti. Na mara mingi tulikuwa tunafanya kazi sana na chemical ilikuwa inaitwa potassium permanganate. Yenye ulipuka. Kina sodium metal. Nishaenda crusade ya nabii fulani hapa Kawangware. Anaambia watu pale kunatoka moto. Moto inatoka, tokeni hapo, hapa kuna uchawi. Maroho ya uchawi, maroho ya robo papa. Nilisikia pu. Yes. Mimi sikushtuka. Unajua tu ni game imepangwa. Na unajua watu bado wanaibiwa na hiyo game until to date. Hadi leo. Atuacheni ujinga hata nyinyi. Watu wanaibiwa na hiyo kitu as we are speaking today. Na kwanza huyo pastor alikuwa mlevi. Of course. Na alikuwa na dem kwa gari. In fact, mimi hata kama sikuwa hapo, ninajua hiyo ni ukweli. I know. Na hata nitakwambia ni nani tukitoka hapa. Najua utamjua. By the way, wachungaji manabii wa uongo nimefanya nao kazi more than 70. Wale wako Nairobi. Wale wako Nairobi. Wenye wako Nairobi 70 at least. Siongelei watoto wao wa Kiromi, naongelea mabishop. At least 70. Yes. So lazima tu wako mahali hapo. Nitakwambia baba yake ya kiroho ni nani. Hiyo lazima sawa. Alright, so tumefika kwa mzee, kijana ako kwa boot, yeye ameingia ako kwa boot, sisi tumeingia kwa nyumba, tumeweka vichwa mikono kwa vichwa, tumeanza maombi. Maombi essence yake si kuomba, ni kupiga tu kelele na maombi. Ndio ule afanye shughuli. Na hawa wasisikie, na umewaambia waombe kwa sauti ya juu. Ule kijana anafungua boot, anatoka anaingia na seti mizigo yake tu vizuri polepole. Anachimba tu vizuri. Na hapo zuri ni wakati udongo iko nyepesi. Kitu inachimba vizuri na hiyo. Nawe ni kama walikuwa wamelima hiyo shamba like past recently. Haikuwa imeanza kama siku 3, 4, 5. Unaona tu hiyo shamba ni mbichi, mchanga yake ni fresh. Kitu hata ikuwa sumbua. Lima mbio set hiyo vitu, tumeweka sodium metal hapo. Vitu za uganga zile za kutoa pale Karioko, Jogoro, vitu tu traditions. Mapicha yao ile formula tu ya mapicha bado ziko tu hapo ndani. Kila mtu wako kwa jeneza. Kwanza mzee ndiye tulimweka kwa jeneza. Huyu sasa ndiye anafaa atoe pesa. Wewe unakataa kuuza shamba. Wewe utakataa kuuza. Sasa umekaa kwa jeneza. Sasa ndugu yangu hiyo vitu ilipofika sasa ni masaa ya kwenda kutoa. Alafu unajua sasa hiyo game. Atawalata. Of course. Tukiona tu yeye amemaliza shughuli yake, atafungua tu mlango polepole. Of course sisi tukiwa tumeshika hawa maombi naombwa, kuna yule yako kwa mlango tu. Atasikia tu kwa mlango kamesukuma tu kidogo. Atoke. Huyo anaingia, akiwafanyia tu hivi mnajua mambo iko sawa. Hii ni kuenda mara hiyo tu maombi na katika. Tuseme amen ya kwanza, ya pili na ya tatu. Amen. Sasa ndio watu watulie. Unarudi unasikia roho wa Mungu roho wa Mungu ananionyesha kuna kitu kiko kwa hii boma na mko na shamba mahali hapa. Kuna mahali kuna kitu kama shamba mnapandanga vitu. Unasikia mzee ni huku nyuma ya nyumba. Hebu chukua jembe mzee. Wewe chukua jembe. Patia huyu jembe.
tuanze hiyo safari mbio hapo. Sasa unajua ni yeye ataongoza sasa. Ndio, of course yeye ndiye anaenda akiwapeanga signal na map mahali mzigo iko maana ndiye anajua, na akimaliza hapo lazima hakikisha amerudisha kila kitu vizuri, na sasa akifika hapo ni yeye ataenda tu asimamia hapo. So hapo ndio unaanza kupeana madirection mingi. Roho wa Mungu ananieleza hebu anza kuchimba kutoka hapa mpaka pale, kwa pia tu kazi ya kuwasumbua kichwa. Mzee wacha hapo. Kuna kitu nimeona imeshuka hapa kama nyota. Hebu angalia hapa, hebu anza kuchimba hapa. Hapo ndiye anaanza kuchimba. Lakini sasa ule wetu ndiye ataanza sasa kutoa mchanga. Tafika mahali huyo mzee unamwambia wachana naye kwanza. Wacha huyo mchungaji awasaidie, hiyo kitu ni hatari, inaweza ikakuua. Na muuzia kwanza uoga, mzee hiyo kitu inaweza ikakuua. Mzee akisikia hivyo, huko ameona nyoka, huko amekuja kanisani kidogo ameona watu wanaambiwa vitu yao, ameona miujiza. Hapa tena tunaambiwa kuna kitu imezikwa hapa. Yaani huyo mzee hata mahali unamuona, afu unajua ni mzee wa umri, miaka imesonga kidogo. Huyo mtu unaona pressure inaweza amuka anytime ukapoteza huyo mtu. So ni kukaa na yeye pia chonjo. Mzee hapa unaweza ukakufa. So mnakaa pia hata ile vireti mnauza, mnahakikisha mna moderate hizi vitu kiasi. Mzee ametishiwa kwanza atoke hapo kwanza, ameachilia jembe, na tutaki akichimba sana kwa huyu anotice mchanga. Si nini? Mchanga si ngumu. Hii kitu ni kama imewekwa saa hii. So yani ni kitu mkikaa kwa hiyo game mnaelewa how to play about it. Mzee kitu imechimbwa hapo kidogo, ambie uchukua maji, leta maji letu ya kanisa. Ile inakuwa na anointing sasa. Mwaga kwa hizo vitu. Sasa wakati maji inamwagwa na imemwagwa anointing oil, mmepiga mandimi kama 3 4 5 6 ndimi mzito vizuri. Mpaka sasa nyinyi mnasikia hapa hii anga kweli imebadilika. Ambia hiyo maji kimwagwa tu hapo, ipe kama sekunde 1 2 3. Mko tu kwa ndimi mzito vizuri. Hiyo kitu sasa vile italipuka hapo. Ile chemical imepatana sana maji, sodium. Lakini kabla ya hiyo kwanza inaanza kutoa moshi kidogo. Ndio sasa ikunywe hiyo maji vizuri ndio explode. Mzee akiona tu moshi kwanza kwa mchanga, inabite elimu. Maji na mchanga inatoa moshi. Hapo sasa elimu yake kwanza inaenda zero. Mimi ni mwalimu lakini sijawahi. Sasa hii chemistry iko hapa ndio sielewi. Ni maji tu ile ya kawaida. Hata hiyo maji unamaliza ukiweka hapo kama ni anointing wala hata unaweza kunywa. I mean you can just know to play. I mean msione kama. In fact hiyo maji chukua atapatia hawa watu ndio wabaki wakijiombea nayo wakijitakasa, hiyo mapepo isiwarudie kabla tujamaliza mission. Ndugu yangu hiyo kitu ikitoa moshi hapo sasa inaendaga ikikuja tu inalipuka pa. Ikipiga tu hivyo vizuri kama mmeweka kile chemical kikubwa vizuri, unapatanga sasa inainua hiyo kitu vizuri. Juu inatoka na pressure yake na inapiganga kubwa kama risasi. So hapo ndio mzee hizi simama hapo, mtoto hizi simama hapo. Na mapasta wale tumekuja nao ni wa kuongeza uoga, hawezi wakasimama hapo. Mbio pia au ni kuruka fence wakikimbia, kila mtu ni yaokoa maisha yake. Sasa nyinyi ni anointed, so anointed. Mna Mungu sana hapa, mwezi kimbia nyinyi, sasa ndio mnaonyesha si ndio wapako mafuta. Nyinyi mna maintain. Mzee akijaribu kuitwa hapo hawezi akafikiria kukaribia hiyo mahali. Sasa hapo ndio naambianga mzee kuja. Hapo sasa mtabeg mzee ni kumbembeleza na dota hapo. Hata mtumishi wa Mungu wale wako hapo sasa nao hata sasa kazi yao unajua walikuwa wanajua kazi yao, lazima waongeze uoga. Mchungaji mimi sikuji hapo. Mimi nimeenda, mtu anafungua mpaka gate. Naambia unatumwa mwingine, yani lazima mcreate scene. Na hata kuna mmoja hapo kama kuna hiki tulikuwa tunatumianga ino. Jiondi alikuwa anachimba. Anachukua ino kwa siri anaweka tu kwa mdomo. Sasa unajua ino ukiweka kwa mdomo inaanza kutoa pofu kama pofu. Sasa hapo ndiye ataanza kutoa pofu na anguke mpaka apige chini sasa. Aanze kugaragara chini. Ni kama mtu mwenye yako na kifafa, roho inaenda. Mzee akiona hivyo, mnamwambia sasa mzee, hii mapepo ni kama imeanza kulemea mpaka wachungaji tumekuja na hao. Mzee hatutakaa hapa haraka, hatutakaa hapa. Kitu tunataka chukua siku 2. Hakikisha vile mnaweza mkishikana na huyo mtoto wako. Tunataka pesa by tomorrow morning. Sisi tuanzange safari. Lakini kwa hizi siku 2 ama siku 3 mko kwa maombi, mtatusaidia sana. Tunataka sadaka ya kwenda kuvunja hizi vitu. So hapa sasa pesa ile wako nayo iwe ni sasa umetoa skala. Hapa si skala iko juu, hata wenyewe wanaiona. Kitu ile wanaiona, huyo mzee angoje kuambiwa ati unahitaji utoe pesa ujiokoe hapa. Na usisahau bado picha zao tumeshaonyesha. Mzee kwanza uko kwa kaburi. Siku yako ya kukufa ni siku fulani na tarehe fulani na tarehe fulani. Kwa hiyo picha imeandikwa hapo nyuma. Hapa ndio siku yako ya kukufa. Na mtu mwenye atakufuata baada hiyo kifo yako itakuwa mtoto wako. Wale watu tunajua mzee anapenda.
tunaenda tukiandika hizo vitu. Details zote ziko hapo. Mzee akiona hivyo hamhitaji kuongea mambo mengi, hasa ni kusonga na hiyo pesa. Hiyo atakopa hadi loan. Ndugu yangu, unajua hapa kuna customer mwenye anataka kununua shamba lakini mzee ndiye hajaamua. Mzee ndiye anataka hiyo shamba. Customer. Kuja. Ndugu yangu, kwa hiyo boma tulitoka kwanza tumebeba mbuzi zote zilikuwa kwa hiyo boma. Mbuzi, kondoo, kuku, kila kitu. Tukiulizwa baadaye vile ati mama akikuja aulizwe waambie wezi walikuja huko ni kama waliiba ama sijui nini, shauri mjipange. Ndugu yangu, tulibeba kila kitu yenye iko na uhai. Na isitoshe huyu msichana alikuwa na pesa fulani kwa simu. 20 hapo. Mzee naye zile vitu anaweza ka transact mbio. Tulitoka hapo na around kachwani ka 50k. Sasa tumewaambia sisi tumeanza safari ya kwenda Tanzania Moshi. By kesho muhakikishe mumetafuta pesa, tuliwaambia 500, I think so. 500,000. Huyo mzee unajua sasa mahali anaweza kupata hiyo pesa kwa haraka. Tunamrudisha kwa ile deal yenye alikuwa ameletewa ya shamba. Hapo ndio sasa by asubuhi hakuna mtu amelala, wakiwa wanaongea na mtoto wake. Wakasikizana sasa hii shamba ndio itabidi mzee tuuzwe. So yule mzee yako tayari wakuleta pesa, alikuja akaleta down payment. By saa 6 ndugu yangu, we were talking about 1 million. Ile zetu tuko nayo. What? Recho kukimbia mbio wakaorganize na huyo mzee, wakaenda wakachukua. Kuna pesa tuliwekea wangu kwa. Mnasema mko Tanzania na mko tu huku. Si tumeanza safari ndugu yangu ya kwenda Tanzania. Mko tu huku. Kwanza hiyo siku zile kondo ndio zilienda kupiga bash. Tafuteni makwela zikuje ndugu yangu, mzinga zipande. Kombe. Ni sherehe kwanza tupige. Tukijua sasa by saa 6 tuone watu mahali watakuwa wamefikia. Ukiona kasimu kamepigwa natoka mbio. Ndugu yangu. Simu yangu. Mungu amenena. Kitu inaitwa simu lazima ukae nayo hapa. Simu na sasa hiyo utaki mahali mama watoto kama mrembo ama hii ni mambo yetu kama wanaume tu deal nayo huku sasa. Sasa mlipata hiyo do tu hivyo. Pesa ilikuja. What I think hii episode kwanza tutamalizia hapa. I know najua kuna mambo mengi sana, najua tukienda kuanzia story nyingine saa hizi labda itaisha. Saa hizi I think tumeenda for more than 1 hour 30 minutes. So tunaweza malizia hapa. Na ujue Saimo, mtu wa Mungu bado hatujaanza. Ujue bado tuko na connection na ile ground sasa, na tuko na makoliga hapa tulipatana nao hiyo siku tukabadilishana namba. Na hii sasa ndio vitu vingine hata mimi sitakangi kuongea saa nyingine. Juu sasa hii ni vita ingine na hawa. Ujue hii vita ilikuwa ni hawa ma false prophet. Sasa tuko na vita ingine na hawa. Ushai expose Nani hawa? False prophet. False prophet hawa ni shy expose. Lakini sasa kuko sasa na hawa wenye tulipatania hiyo siku tukifanya transaction tukajuana. Hawa naye sasa ndio wengine. Ujue sawa ni wachawi na waganga, hawa ni watu kivyao. Hiyo tutafanya episode next. Itakuwa ya venye sasa mliendelea kwenda. Umeniambia hiyo vitu hamkuendea tu for the first. Mliendelea kuziendea. Hiyo tuna series nyingi sana. Si ndio? Sana. Kuna hiyo bado ya false prophet tutaiongelelea. Na venye sasa church yenu iliendelea hapa kama mtagrow, mtakuwa kubwa na venye ulikuja kutoka kwa hizi vitu. Na mission bado ya kuenda ile Nairobi CBD. By the way, mlienda Nairobi. Uko mlienda kutesa. Ndugu yangu, acha tukuje huko next video. Maana sisi tulikuwa tunataka kutake over Nairobi sasa. Na tulikuwa na ushirika kwa mageto zote ziko Nairobi I think. Unajua hii story yako mimi sisikii kiwa mgeni sana kwangu. Unajua mimi nimekuwa kwa music ya kwa industry ya music. So nimepatana na vitu mingi sana. Hadi hizi za media. So vitu zingine unaongea hapa naziona tu na unajua unasikia na relate na relate sana. Hata umesema hivyo mambo ya music, sorry to cut you. Sasa huku sasa kuna bado connection ya watu very prominent musicians. Yes, na bado wanakujianga msaada kwa wao majamaa hawa. Sasa unajua mkifika huko mmekuwa mandugu hakunanga siri. Kitu ya kwanza wanaamini we are brothers na vitu yetu hizi toka nje. Wewe. Na sasa mkifika huko hata mkipiga tu zenyu zimeshika mnaanza kupiga story, wanafungukanga wanawaambia kila kitu. Hata huyu si unaona kuna siku alikuwa amekuja kwangu kutafuta msaada, huyu anaitwa nani? Huyu si ni nani? Ndugu yangu. Pia gospel artist yako hapa. Na ikiwa Mungu hajaua huyo mtu. Basi
Sisi hatujakuwa maadui wa Mungu. Na wanatesa kwa hii TV bana. Ndugu yangu, kuna watu wanatesa. Na hii ndio vitu Saimokei, hata kwa muda wote nimewahi fanya interview mahali popote. Maisha yangu imekuwa ni kama series. Kuna vitu hata tuwezi ongea sasa tumalize. Na kuna vitu hata singeruhusiwa kuongea mahali fulani. Maana pia lazima niende pia mimi nikisikiza anga. Sasa hizi tutaziongea zote hapa. But tutaenda na series. Uliniambia Kuvaingu iko na meaning gani? Baada ya kutoka kwa hiyo vitu ya false prophetic ministry, kuna breaking. Mungu alianza kuni break. Unajua mimi ni mtu nilikuwa nimezoea pesa. Na hii kitu naweza iangalie karelate na maisha ya Paul kwa Bible. Paulo alikuwa na wa Kristo, ikafika mahali baada ya kupatana na Yesu akaenda Jerusalem kuconfess alikuwa anakuja kuua wa Kristo huko, na convert yake ikaanzia hapo. Naye Mungu akamwambia sasa nitakutesa, nitaanza kucastrate, nitaanza sasa my dealing with you. Baada ya Paulo ametoka kwa hizo vitu zote, ndio maisha ya Paulo sasa ilianza kusambaratika. Maana sasa Mungu alikuwa anataka kutoa ile umisiri, ile uuaji. So mimi wakati Mungu alianza sasa kudeal na mimi baada ya kutoka kwa false prophetic ministry, kuna mahali Mungu alinituma nianzie maisha. Mahali niliachia maisha zaidi ya miaka 14 15 ambayo iliisha. So kuna mahali nilitumwa kwa kazi yenye nilikuwa nafanyanga zamani, zaidi ya miaka 14 15 imeisha. Ile kazi nilikuanga nafanya, na ilikuwa kazi chafu sana. Ni kazi yenye Simon ungenipata hapo, kama unanijua ungenipata nikifanya hiyo kazi, wewe ungesema either nimetupa mbao ama nimechizi. Ilikuwa garbage collection. Na bado ilikuwa kwa scrap metal. Sasa imagine ule mnabii ulikuwa unajua mkubwa, umemwona mahali kwa TV unamjua, umpate yako kwa garbage collection na umpate yako kwa scrap zile za uchafu, ni kusanya vitu chafu wakipima wakiuza. You can imagine? Ndio ifike hapo Mungu avunje kiburi yangu sasa. Nikubali kurudi. Na unajua Mungu anaenda kukutesea wapi? Kwenye nyumbani. Afadhali angenichukua nipeleke Moshadha. Anipeleke tu Tanzania mahali. Ikiwa tu anataka kuniingiza darasa deal na mimi kwa mahali sijulikani, anakurudisha kwenye nyumbani. Hizo interview nikiexpose ma false prophet, watu wa familia, marafiki, classmate, wale tulisoma nao wanaona na wanajua. Kila mtu alikuwa anaongea na semanga huyu alikuwa nabii wa uongo, alidanganya watu, Mungu alimpiga kiboko ndiye amemrudisha hapa, my friend. And I went to that class for 1 year. Now, to answer this question, baada ya muda fulani nikihitimu kwa ile darasa ya Mungu, kwa kuvumilia hiyo mateso, kugadhabiwa, kutukana na watu, kuongelewa na watu vibaya. Na sio hapo ujua una pesa. Pesa iliisha ndugu yangu. Juu vitu za Misri hauwezi enda nazo Kanani. Na hii tutakuja kwa part 2. Mungu hapa sasa ilifika mahali Mungu ana demand, ikiwa umeamua kunifuata, njia ni hii, it's very narrow, you have to leave these other things. Kama kuna gari ulikuwa naye, mimi nimekuwa na magari kadhaa Nairobi. Kama ulikuwa na gari, jua venyewe gari utaiacha. Ndugu yangu, ilikuwa operation. Na sasa ifike mahali, ndio nifike mahali naanza kuvaishwa manguo kama hizi za kijeshi, na kuna zingine tena ni anga. Nilipokuwa ninatii sauti ya Mungu, obedience, ninaenda nina align na Holy Spirit, ninakubali kukua kwa hiyo darasa ya circumcision. Sasa hapo ndio nilianza kuona ninafuzu, natoka kwa hiyo darasa naingia kwa darasa lingine. Na hapo ingefika tu hiyo mwezi imeisha, baada ya mimi kukana nimealign, nimeelewa Mungu anataka, ni kiburi fulani alikuwa anavunja ndani yangu, ama ni karakta fulani, ama ni kitu fulani nilikuwa nayo, na Mungu amefaulu kuivunja vizuri. Nilikuwa ninaona ninapewa tuzo. Na Mungu anaongeanga na zinaitongo vitu zinazofanana. Synchronicity. Something like that. So, Mungu alikuwa na confirm, nimehitimu stage 1. Sasa kwa darasa ya Mungu. Ndugu yangu, hiyo kitu umeuliza is very deep. Yani, hakuna mtu anaweza toroka darasa ya Mungu. Darasa ya Mungu haitorokeki. Na ndio unaona Musa, for instance, I give another example ndio tuendelee kidogo. Musa ametoka Misri. Maisha ya juu sana. Mtoto ya Farao hapa. Yani ako kwa utawala. Hakuna kitu Musa alikuwa anakosa. Sasa maana Mungu anataka kuanza kukomboa wana wa Israeli, inabidi anamtuma wapi? Jangwani huko. Anapatana na burning bush. Ndio ameingia, amepatana na Jethro, father-in-law wake. Amekaa kwa 40 years of preparation ndio kuja kukomboa wana wa Israeli. It was not easy. Ilibidi hiyo safari ichukue 40 years. So inategemea na vile humility yangu.
vile nitanyenyekea ndio itategemea na vile darasa yangu Mungu ataimaliza haraka. So wakati nilimaliza darasa ya kwanza, nilipewa mavazi ya kwanza fulani, nikaivaa. Na mahali nilikuwa nafanya kazi, pesa yenye ningelipwa mshahara, nilipewa mwongozo nichukue hizo mavazi badala ya mshahara wangu. Hiyo sasa ni it is a spiritual. Unajua sasa zile uliniuliza pale nje, kwani unakuanga askari? Nikakwambia hapana, ni swag. Maana nilijua hiyo swali umeuliza ni deep. Ni deep, inahitaji a lot of explanation and sitakupea na pia uko busy. Niliona uko na shule mzuri hapa na line ya watu ilikuwa nyingi. Asante sana. So even ndio nilienda nikipewa hizo graduation. Na kuna mahali naweza enda kuhubiri ama niitwe interview mahali, siwezi kuja nimevaa nguo zile navaa nikiwa kwa nyumba, navaa zile nguo zangu za graduation in the spirit. Okay. Yes. So nimekuunderstand. So ninaenda kutangaza as one of the army kwa ufalme wa Mungu. Mwenye yani nimekuja ni mwanajeshi alienda vita akapigana akashinda, amekuja sasa kuwafungua, kuambia watu huko kulikuwa hivi na hivi na hivi. Kutokana kwa Njoroge peke yake, wachana na hizi vitu zingine. Mimi kujidisconnect na Njoroge, ndugu yangu, that's another conversation for another day. Hiyo tutashare next time I think tutaenda like episode kama 4 5 6 hivyo. Mungu atupe neema. Mungu amekuleta huku ndio uweze kufungua watu macho, cause kuna kitu imekuwa ikigo around ni about false prophets. Hiyo imekuwa ni issue kubwa sana, imekuwa kwa social media. Umekuwa ukifollow watu na watu wameumia, ndugu yangu. Mali za watu zimeisha. Alafu unajua pia venye umesema hii kitu si ati ni kitu physical, ni kitu spiritual. Unapata tena ukianza kutoa mali yako mahali kwa false prophet, hautaacha. Unapatanga watu wametoa mali, umeuza shamba, umeuza nini, kila kitu, vitu zinaishia hapo. Watu wameisha huku wanalia. Sijui nilikuwa naenda kanisa fulani, kuna juzi tulikuwa tunaongea kuhusu jamaa fulani ni pastor, ananiambia baba yake sasa his dad kuna church fulani anakujanga hapa Nairobi, na anatoka na huko Murang'a na huko ndani kabisa. Na tuseme juu yeye analima avocado hizi ya has. Wanaendaga wanatoa kazi zote kwa shamba, wanazileta kwake. Saizi walikuwa kwa process ya kuuza shamba, hao waliendea hiyo title hadi huko kwa church, na ilikuwa ni police case. Hebu niambie, huyu mzee atabaki tu hivyo. So zimeangamiza watu wengi sana. So Saibu, acha nikuulize kwa hiyo jambo umesema, unajua umefanya nika go deep kwa mawazo dakika moja. Do you think ni masaa ya Mungu juu ukiangalia past recently kumekuwa na false prophets wengi wanatokea kwa social media ku confess. So sijui kama do you agree with me? Hawa watu wenye wamekuwa kwa hizi maufalme za giza, waganga wachawi wakatoka, au manabii wa uongo kina Musa wa Mungu hapa, wale tumekuwa kutoka. Do you believe kuna kitu Mungu anafanya in this generation? That is what I'm thinking. Actually I was coming to that point. Cause kuna kauli sikiza venye nilikuambia pale tukianzia. Sijui kama ni dunia inaisha ama ni nini. Cause Bible ukiangalia kwa Bible inasemanga siku za mwisho ndio ufalme wa Mungu kuja. Manabii wa uongo watajitokeza sana. Matthew chapter 7 and Matthew chapter 24. Watakuwa wanafanya miracles mingi, wanafanya vitu na watatabiri. Lakini before sasa nyetu unajua saizi wamekuwa too much. Saizi ukiangalia hata kanisa kidogo inapata changamoto. Haina say sana. Actually kuna mahali liko imefika, ukisimama mahali useme wewe ni pastor, una get a lot of hatred kutoka kwa watu. But I think saizi God anataka kumaliza hiyo kitu yote. Ndio maana unaona watu wanaanza kujitokeza. Mimi nilikuwa nafanya hivi, nimechange. Mimi nilikuwa ni revival. So nakubaliana na wewe. Venye unaongea nakubaliana na wewe kabisa. Actually ministry yetu inaitwa Revival in the Nations. Okay. So I know we'll come to talk about that. Na wakati umesema hivyo tukimalizia, unajua kuna manabii wengine wa uongo na kumbe nao wanapatanga information kutoka kwa prominent people wenye wako kwa government. Ni marafiki yao. Very true. So yeye anakuja anamwambia hivi na hivi ndio government itakuwa inafanya ama kutakuwa kuna happen. Na yeye anaenda. Yeye anakuja kwa mitandao. Anakuja anasema muda fulani na masa fulani na majira fulani kutakuwa na, lakini ukitaka kujua na manabii wa uongo baada ya vitu yao yote inakujanga mahali inaishia kwa pesa. Kwa pesa, very true. Yes. Nabii wote wa uongo inaishia tu kwa pesa. Kuna mahali tu. Kuna mwingine niliona tu mahali
hapana, wacheni kutoa, msitoe madhabahu, sijui mnaambiwa nini, mnaambiwa mtoe nini. But conclusion yake ilikuwa sasa, mimi kama nabii wa Mungu ameniambia kwamba kunisaidia wale wa mama wazee wako sijui na nini na dementia sijui nini. Sasa kama unataka kusupport hii ministry yetu, hii ndio pay bill. Wewe ni nabii wa uongo. Pay bill ni nini unaweka hapo? Very true. Na pia lazima tulete ka balance kidogo hapa Saimo kabla tujamaliza. Kazi ya Mungu watu kutoa, maana kutoa inasaidia kufacilitate kazi ya Mungu. Very true. Na watu wanafaa sasa wamachue to a level whereby hawahitaji kuambiwa kutoa. Kama mimi sasa hiyo tunatoa willingly. Hata watu saizi wanasemanga usitoe tithe. Mimi tithe hata si Bible limesema hivyo. Hata unihubirie nini, hata ukuja hata malaika akuja hapa niambie nisitoe tithe, nitatoa. Maana sasa wewe ndio uko na relationship yako na Mungu. You know what I've been teaching saying? Nimekuwa nikisema giving is revelation, in fact personal revelation. Very true. Kuna kitu yenye wewe ni wewe na Mungu wako. Mimi na kuna mtu mwingine maana hajafika that level akaelewa your communion with the Holy Spirit. Yeye anaweza bypass tithe ama anaweza sema tithe ni mbaya ama whatever. We don't want to talk about that. That's another discussion for another day. True. So hata umesema hivyo mambo ya watumishi wa Mungu, ukanikumbusha kuna unabii nilipewa juzi. Unabii? Hii unabii sijui kama utaniruhusu kwa dakika moja nikifanya. Wacha niiseme. Ndio hiyo mzigo itoke kwa roho yangu. Okay. Na hii ujumbe sio ya viewers wetu, lakini wanaweza nisaidia kufikisha hii ujumbe kwa mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Apostle Maina Ng'ang'a. Commander. The General. Uko na nini na prophecy yake? Yes. Na nilijaribu hii ujumbe nimepewa 1 month ago na imekuwa ikinisumbua sana. As I said, naishi Nairobi, kidogo niko Mombasa, Kitale. Sijaweza kurudi kwa social media yetu, wale walikuwa wanatufuatilia. Social media inaitwa Reviving the Nations ama Musa wa Mungu. Sijaweza kurudi huko. So, hii ujumbe sijakuwa na mahali pa kuipeana. Nilijaribu nitafute namba ya Pastor Maina ama ya Pastor junior pastor ambaye ako kwa kanisa ya Apostle Ng'ang'a. Now, ujumbe ni hii, jusi kuweza kufikia hapo ndugu yangu, kupass your message through that means. Now, hii ndio ujumbe niliona nikiambiwa na ilikuja usiku sana. Na Apostle Ng'ang'a alikuwa mahali na mtumishi wa Mungu Apostle Ng'ang'a ulikuwa unalia ukisema ni kuenda ninaenda, masaa yangu nakaribia mwisho, ni kuenda ninaenda. Na nilipoamka mahali nilikuwa na shemanzi. Mimi unajua mambo ya kiroho huko nimekuwa kidogo tu, kuna experience kidogo niko nako tu, na sisemi kwa kujigamba ama kujivuna. Kuna dreams naweza nikapewa ama a certain encounter I cannot ignore, na nikachukua muda wangu kuomba na nini, but nikiwa ninajaribu kupigana na hiyo dream na hiyo spirit, kukemea hiyo hii ndio kitu the following day nilikuja kupewa kama ushawishi, nipewe na nikuwe na amani, niachane na hiyo mambo. As long as hiyo message nitahakikisha imefikia Pastor Ng'ang'a, hii ndio backup yangu ya kunipea utulivu. Sasa whether atasikia ama hatasikia, sijajua kwa nini anaambiwa hivyo ama kwa nini ilikuja hivyo, sijajua. Pengine kuna vitu anafaa aweke in order, kama ule mtumishi wa Mungu alikutana na nabii fulani kwa Bible akamwambia baada ya miaka 15 utakuwa umekufa. Ilikuwa so uende utayarishe nyumba yako. I think it was 5 years, something like that. So uende utayarishe nyumba yako, maana baada ya muda fulani utakufa. Na huyo nabii mwingine aliposikia hivyo akaenda kuomba, na ule mtu akaongezewa miaka fulani, 15 years or something. Haikuwa baadhi ya my communication. Now this is what I want to say as I finish. Nilipewa maandiko kuhusiana na Samueli, wakati Samueli alipatia baba yake wa kiroho Eli prophecy. Kwa hivyo hapa nilikuwa ninatiwa moyo, ninaambiwa hii ujumbe nitaileta, lakini nisikuwe na shida na mimi kupatia a father figure in the spirit that prophecy. Maana wakati Mungu alitokea Samueli akimuita mara 3, Eli akimwambia enda lala, dakika ya mwisho sauti ilipomuita Eli alimwambia, we hiyo sauti kikuuliza ni ukisikia tena we ambie hiyo sauti mimi Mungu niko hapa, ongea na mimi. So hapo ndio Samuel alipata calmness na Mungu akaongea na yeye. Na asubuhi alipoamka Samueli alitaka kujua Eli alitaka kujua ni nini Samueli ameambiwa na Mungu.
na Samueli alipewa unabii wa Eli kuhusiana na nyumba yake. Na Mungu akaniambia raundi hii Mungu aliamua kuongea na mtoto mwenye anaitwa Samueli, kuongea kwa baba yake wa kiroho. Kwa hivyo ninakuja kwako kama mtoto. Let me paraphrase this. Najaribu kuisema tu kwa lugha ya kawaida, lakini tungekuwa wawili ningeongea sasa kama mtu mzima. Ili uweze kunielewa. Sasa ni kama mtoto analeta ujumbe kwa baba yake. So me, I don't have to care what the father will say, provided atasikia vile tu ya Samueli akiambia Eli ilivyokuwa. So nikimalizia Elisha na ile school of the prophets ambao walikuweko wakati wa Elijah, wote walijua baba yao wa kiroho ni kuenda anaenda. Na Elisha ndiye alifuata akapata ile manto. So nilipewa hizi backup ya hizo vitu tatu ambazo nimesema in that first word. Na kwamba Ng'ang'a akisema ni kuenda anaenda. Yani nikisema hizi vitu sihitaji kujitetea. Okay. Hiyo inatosha. Yes, so I think my spirit is calm. I have delivered the message. When the owner find this message, if it resonates with him, he will know how to go about that message. Very true. Yes. Thank you so much for your time. All right. Nashukuru sana kwa kututembelea huku kwetu. Hii show imekuwa itafungua watu wengi macho waone vitu zenye zimehappen. Amen. Na kulingana na venye tumeongea ama venye umeongea kwa hii show, kama uko kwa hizo nini umefungwa nao ma fake prophet, lakini unajua watu wamefungwa hata ushinde ukiwaambia. There was a time that tulikuwa mahali fulani, tumeenda kwa event and wacha tu niache kuongea hiyo story. Sitaki kuongea tu za watu wa Mungu sana. No, kama itasaidia mtu mahali, why not? Acha nitakwambia tukitoka kwa show. Nisiambiwe ati wewe Saimo saa zote ni kuongea, but kuna pastor alikuja akiwa mlevi na washirika wake walikuwa huko. So walikuwa naongea, si mnasemanga bibi na kuanga wa Illuminati. Vino you see? Anasema hivyo akiwa mlevi, but siku ya Sunday, the following Sunday, church bado imejaa. So venye umeongea tu ni ukweli. Hata saizi mtu akikuja simame hapa ni pastor na juu ya venye mmemwamini amewafunga hamwezi kubali. So vitu zingine hata tukishinda tukio anyway hata sijui venye kutaenda anyway. So thank you so much. Ulikuwa unajiita hiyo time, ulikuwa unajiita pastor who ama prophet who? Wakati ulikuwa unajiita twins prophets. Twins prophet. Yes. So kuna watu labda walikuwa wanajua hiyo time na bado saizi wote. It is like how many years ago? 5 years ago. 5 years ago. So si kitambo sana. No. Ala. No, sio kitambo sana. Okay. Yeah, so saizi na jiita Musa wa Mungu. Okay. Maana sasa kila kitu nilikuwa nayo ya zamani ni kujitenganisha naye. Maana ni vitu very spiritual. Kuna vitu niliona najaribu kutoka ndani yake na kupigana na some addictions. Kumbe zilikuwa zina creep through some name. Inafuata tu ile jina. Inafuata ile jina. Maana ulifanya kazi ukiwa kwa ile jina. Okay. So ni circumcision pia ya jina. Okay. Yeah, na vitu kama hizo. Nimeelewa. Yeah. So pengine unaweza peana namba yako ya simu ama kama uko comfortable unaweza peana email, social media handles, juu ya mtu mwenye anaweza taka communicate na wewe. All right. Najua kuna watu wengi as we are parting, we are exiting. Niseme kwanza asanteni sana kwa kuweza kutufuatilia, na pia muhakikishe tunaendelea kusubscribe kwenye hii channel. Imekuwa eye opener na ilinichukua muda mrefu sana kuweza kufika mahali hapa. Na in case kuna mtu umekuwa victim wa false prophets, false pastors, false apostles, na umejaribu kutoka kwa mikono yao, though unasikia unataka kutoka lakini unashindwa, naelewa it's a spiritual bondage. Na kuna watu wengine wako kwa addiction tofauti, na wengine ni wachungaji, manabii wa uongo, mnanisikiza lakini mnatamani kutoka lakini hamjui vile mnaweza mkatoka. So feel free in case kuko na jambo kama hiyo, na vile umesikia hiyo interview kutoka mwanzo mpaka mwisho, unaona kuna kitu Mungu anaweza akanitumia kuwa vessel kuongea na wewe na ikawa ya msaada kwako, feel free. Namba hii nitapeana ni 07 59 29 59 77 07 59 29 59 77. Hiyo namba yetu ya kanisani ni namba ambayo inapatikana naye mahali popote, kwa WhatsApp, anywhere, anytime. God bless you. Shalom. Maybe we finish with word of prayer if you allow. Kabisa. Mungu tunakushukuru kwa sababu ya kutupatia nafasi na muda huu.
ya kuweza kuzungumza na watu ambayo umeweteua ama umewaandaa kwa ajili ya kusikia ujumbe huu. Tunaomba ujumbe huu iwe ya faida kwao na wale watakayoshare na wao. Watu wako watoke kwa giza na ile roho ya kushawishi watu wakose kusikia kitu ambacho unasema. Bwana, wape moyo wa kusikia na kuelewa, na wakaweze kutafsiri na kuelewa majira na ile kazi unaifanya nyakati hizi za mwisho. Ukokoe zile nafsi ambazo ulipanga kuziokoa. Earn yourself a great name. This is all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So thank you so much Musa wa Bwana for your time. Yes, na tutaendelea hapa na episode 2. Kama episode 2 story itakuimishia hapo, bado tutaendelea na episode 3. From there tutaendelea kufundisha watu. Si ndio? Kuna mambo mengi. Kuna mambo mengi sana. Na gezi mwenye iko Kiambu County. There is a lot we need to talk about. There is a lot. Tutaendelea nayo mafundisho tu hapa. So kama uja subscribe to this YouTube channel. Unaweza ni follow kwa hizo platforms zingine zote @SaimOK. God bless you so much. Tunapenda sana. Namba yetu ya simu ni 0724333313. Hiyo ni namba ya hapa studio ama ya huku kwetu. Kama uko hapo, labda wewe ni mzazi, uko na kijana wako, msichana ama mvulana, unaweza taka kuwa nafanya vitu na video shooting, videography, photography, film, animations, graphic design, ICT, cyber security, hizo zote, web design, web development, hizo zote tuko nazo hapa. Content creation, ni gani zingine simnikumbushe. About digital journalism, digital marketing, unaweza tufikia na hiyo namba 0724333313, either full course, that is diploma ama certificate ama short courses. Tuko nazo zote hapa. God bless you so much na tunawapenda sana. Asanteni sana.